Biria kurekanite asegeti kia Uhuru Gardens na poigase omorai wabakorie miremo Francis Atwoli kotu gose rimanyekanite buna kotu Francis Atwoli igobanyate ko baba gwikasense meyo bakanyara ko baba gukwana asenkwana yabo ya last year konye murekera tore na araria yaiga abakorie miremo rit koria rero barigerereti gose batagete akwaneru inyoranga Labor Day yiga nige gocha ritko abakorie miremo gose abakenya babwate igarama gose banyare ko bagwesoki na bagukwananga igarama yobugima buyakinire anene kero tukumurekera nende ugukinirwa kwirigoriria mabuta ibagotebire mabuta akinire egukuna sector yonse mbuya mono sana kero tuguchigusanga no yominto Joseph Chweya uyorega igase studio Joseph wakirebe happy Labor Day kwani umutegereri w'umurigereri w'ensoko rende amuganiriye Labor Day yenge atumaye kugenderera murigereri w'ensoko TV nande nelituko nyasabire kabakago tuyigorera ase torachikoba tukumurekera inkieke gosekero kende tukoroka Labor Day igo nugo kuganilinga onyare ko banaintwe mbakomale mbia mono sana Jose kero tugukwanira onyore last year itariki ngabune yiga umuyego inigo korekanite asegeti kia Uhuru Gardens iga somucho Nairobi moraibenze na igeta sense meyo ase enkwana ya last year nyate ko bagaguka kwenekeringa abakorie meremo anatebete ga bwagatebanga ebango ekurusi wabakori bemeremo nechikoba relief da keigo agakwana akaro nombo negangukwana bari mumontekera kwa less than 24,000 tabona tikona chubango tindamanya abantu bambare bagukwana nga egetambo kerekiyo kangesaini nabanga nkwani nde less than 24,000 tina chwebango lakini nyorenga moroberi obukwa kana chinyomba cheri gorirenze bado na ororo NSSF neraroro igo bado mbaraisane gwikira gabo last year karo president yalenge Uhuru Gardens nonya mbono totebenga Labor Day ya lero nande nere ntangani since independence gokolekana outside Nairobi mucho Nairobi patitoirane karo president yalenge Uhuru Gardens ebintu mbira bagenderete gukwana kurwa independence up to now kekogera no ligereria genteke yonsi pi lineti chikona chonsi paka bakwanire workers welfare team ya lero nera about ngakitora imokichi industry cheto igoro na bado workers welfare nerime watabire gente ekiyaga bunga tichi kondiro nga karo kwan chibasagete in fact atebete nga abakori mirimo baguchikonya tax relief to increase workers pay karo bono rende kwa tigire ku na chwebango gite engeri ya orero kogenda nera tigarire but karo ko ligereria omo Kenya in general tabu atishida na kumona chebango nebo egento giachandira aba Kenya up to now nkelinga ebange yokonacha ninki okonya kolera ngayegocha ngoye bintu bibere gose bitatu ke ebibiko kera kero kende kwaroranga omo Kenya go stream ndo bwata mangana healthcare yes na bogo tigerwa pay yutona chwa lakini kwa makonyoranga buna tokonyora chi complaint kero kende nga sha teligo koraye kera biranga rubiria tokolete kwende totagete igona bakonyoranga nsemo ya health sector omo Kenya ni gacha ndigete gose nige onye mwanya gotwaro murweire nyagitari thank God but at the end of the day no ne binde bie kana bo mwana kurwara na bo muirio aruare pado tobwati that peace of mind kwa makonyoranga kwende scheme ile wenereta kuwakanira teligoikia teraikerania amaganari ochijega ndo bune school fees wikeye yabe coincidence lande na abana bakwirana chi school amabuta kichete fere igoro school fees ba mbata itotegera eyu ya mentiru umushahara no riori boro kwararire at the end of the day kwanyoranga mu Kenya bado ngosturago ale ebintu mbire ataraikerania ndade ngoye example gienza ya mekuru kwa Denmark ase ekwerende nkaetero almost half ebango
yani onye gukwani 1150 chiko yende ba chiachire ase tax tax lero ntubwate mitandao kwanya kororande asete ni makiwa bwate demonstration nga mwana chire ebango hakuna inki wokoirana omuntu oyo kwanyoranga healthcare universal healthcare kera omuntu abwate ayo okorwara oende nyagitari take in your details kwanyoro bobwene kwanyoro bobwene wakoroki sokage genda ochichense moya education unless yonye kobwata chibes chinyingo taite gochikoiro mwana oya academy eyunigoro yao but for the public chiskuru cha serikali enjera chiro asiri na koba equipped education kwanyora echire chingi yakubwecha aba naende education kwanyora ere free iroro mondo binto miranga kwa muruseiri education no boche school fees toko ira nase obochanu nyagitari bintu asetayo agwakana gokoira na chipara echiro asiri gokoira na mabuta igare ligo liriri agwa afford gokoira na housing kuna Kenya agantu bwata affordable housing kwanyora umuntu uri gabwate kero kende nyumba ya serikali agwakana obo pesa geto bosinini in form of rent nyoro ownership wala deli na tenya kwa rusiri webinte bitato no ena iro piga igabuna tomenyete next month in fact chipiri chomo lero metenete omuntu arakoruselia school fees achicha koruselia transport achicha koruselia ekwerende amangana nyagitari akorekeregento tokonyora nae wasi no nerigoririe ndagera kwanyora ria chirense keka rumete kara mafuta mentete ebintu biko gichangia kibagera karo kende no nerigori rie ndagera rienda igoro to example omuntu ngorusia are chibukato gusia cha kon Nairobi feri ari gutumia tali era gutumia gekogera oyo bwiega ari omenteiru amabuta bigogo ikaikega abukata ari gukoneri amisini rere stetire ngamo kugora somete emi nki gekogera go ikarore oyo bwiegari omentire ligori no yore koleta onyore konike wango gete go ikamente egera tanyora nini asara so ebinto nabyo bitokoranga at the end of the day the workers welfare mo Kenya tayo go complaining ebango yane mwana chete nenyinge the complaints chirororanga ebange yiga ngagiye guche no nyore even the finance bill litwa bwa kero josoke ndete gukwana kero ngomanywa ne producer yane gosekero umurigererio koraga bwa screen umurai bwense William Ruto oikire chinsemo cha Vihiga abwaso abakenya abange umeta maisa mangirera barigirete ninki yago totebiga iga kero togenda tukukwana nkwana yayiyo akwantege iga asomo cho Nairobi last year bone gamna tukukwana iga oikire chinsemo cha Vihiga Boys abwase county ya oikire Vihiga Boys Javakali Boys county ya Vihiga abu aserit koria rero amaisonsi piarigirete ninki yago chigukwanira gabo nande nyorenga na nyarete ko baga gukwana abu last year kwantenga umuroberio noko rosia mabaga mange gucha saba Kenya bwa kwante job creation and economic programs abua ase akunerete mono bottom up economic transformation agenda iyo yabo eyamo yabero boremi abwa agakunera abaunchureria babakabake nabo guchinyumba chirigorirense tachitigeti asate ngumuroberio guchinyumba chirigorirense nogendete gukonya healthcare igwa kunera bado guikabano iga a year later bado ngaite nguchari kwenye kwana because na kwande last year lakini up to now bado abantu ngote abari ngumurubiri ritoriko kora juzi abalimu ababa JSS mbatebete nga shate riko bakonya kabisa mwalimu ndo bonsekera ko genda nyagitari shairi ne bwato abakongunga barabumba riko treat gubuna bantu karibu nga mbari that category ya civil servants baribu na umunyagitari baranyora bokonye barabagoteba bado shayetera abayikera abasumu muraibu nsatete nga the housing program yoka by last year ekonya abantu 250,000 banyorere mero kero to kwana job creation bose kuligeria abantu chigasi impact yeye ngonye firi tole nkagali seino bose kenyoro kelikiano kero kuligeria abana bali bakolete form 4 abakolete chi college mbabwate barua because go ikato firi na into ngiakara nakwa nego ngororore chigasi chio
this is in public domain ngororore chigasi chyo bosigari chigasi chia ami chigasi chinde gocha no ne mitandao ngororore buna abantu bakolika batebanga ebasabe tugo senafu a million bama koliku chigasi icho abande bakonira guchibese mitandao gweta bachikolika nini abantu ti agent chiro mpaka ichiga to kwana bakwira abantu amangana echinse cheisiko muntu kuruchibese toko genda na ntoko kara kwende wona tora karacha kirechia eserikali transparent nero egere chikere abantu balensa ali na barabwo mate mbujota ebekenyoro gito around yabasigari batatumbali gitu it is enough yeko gere kenyoro keroke bwata abantu balikire linatira bego ikera mutwale tobo ko mwaka gisimi abana babata no muchango bade umuntu ukorware ruga mwakora kimwachanga mwaramenye kinyagitari umuntu chire nyagitari lakini tego ikeranga kyoro cho muntu no arisika aligerereti omuyiboli ngakyago arabe Yusuf to the community echio nechigastie eserikali ekerogocha naende mbiya team lero babwate ngoje kwanira tole ekerogocha the private sector ngaki eserikali kero kende konya egere eimoke igoro chikambanire ngachiasie kirerinati yega abwase a job abuna tetenga aguchikobeke ense ya Kenya beri bagano private investors bachebiche banyara ko baba ko invest ya sense erinda basai banyara ko bakonyora emirimo lakini ubo mayane mboli ngate ngosie kabara abandi bakira rwanda chinyinge basiekire abasaya abange gose abakenya abange mbarigasi because abantu bagote abanga serikali nande gusangiririe bange company egosieka kwa igunga bafanyi kazi 1000 egasi yabo yerire ekine family rengalineti ekine family chinyinge so ngakie government yewenerete gocha ime egerero rengate private sector eyueligeta abantu abange kubwa noene government itself ngakiera kore bachi cheime konya ngonya role company karo kende nonya ni taxi echi investors yabukero bagotabunga the president na baratware goodwill investors bakoleki bachiche Kenya bawika Kenya agaiga number 1 investors nata itagoleka wanja asawo chikobeka no ine chigo down chiaya asawo chikobeka industry yae lina de binde bingo kwana ne bintu tu buna ndo baliki tu asomira na tu aliki chinga seti tu yaroleire omuntu manya goikagaiga ngobwenerete korwa eke wanja we are in Nairobi County gose omuntu chire Nyamira ngobwenerete go facilitate eke wanja getoke it is the county government ye county kwa makanyoranga abantu be county government bagotebia investor ngago process eke wanja kigetoke kararu 5 million ngakiunga yoroche gwakonyolio chikorengererie ndaru 5 million ye Rwanda policies president Kagame arosetigali igakubarangiriga inchu waika Rwanda ke wanja geke nkiota gete neke kai na bekariga omuntu onyorate business yogokora biashara ese nje kwa nanga rit koria rero ngokwa na tore timu ekarondo chenga umurai bense baikire muroberi ni gendrete to kwira chinga kichinge tora kwanera etimu yo mwako yega na ari abakenya baragania kwanero ndi tumaye gutigo umurigereria aba mwire ya mase ya mama ari agendrete gokorekana chinsemo cha chavakali etimu yo mwako yega promoting decent work and inclusive growth. Yes, promoting decent work and inclusive growth. Now torachaka decent work right the president obeire kago kwana ngwira Kenya Singapore talinga minute yago tobeka ndeke imetoka by the talking of nini decent work and inclusive rero Jose tutareba embre yatu enyinge Nairobi gega sana in fact kama umepitia Mombasa road para teri weteka para bona bunele neri kwenda kotote bari bako genda nyumba sai ipitiki sai wanatumia leni moja gocha Nairobi nera bona tuchikumigeranie yamegende yemoirane what does it mean no ni bange tote berende decent work ngakia bakodi mirimo bago ikarero no ni gas the decent work goika serikali erora saban ngaito gweta edarache saleke oroche no ete ekwerendeyo to weta para na wote side gocha Nairobi teri gocha GM hakuna kukuja Nairobi ibonere gasi ya government nga toroseli chipara to chichete decent work
nare kwa example ya Singapore because alina maono president yobwatenga kero kende ntokole kwerende ntoikere ebirengo biri bya Singapore lero toratiga Singapore nko example kia Norway Norway maternity leave 59 weeks akero musubati anyorro mwana kwa 59 weeks oyino mwakana okanyoro gwatigiro mwana umanyire kuragero gutara walai sick leave elio ruarete ogende otimo komanya gocha egasi 52 mpaka 52 weeks sick leave koire 1 week tongakana umushahara goyapa nkorarorore nani linetia abantu bakweruta kurwa gorofa igoro mwachaka kubolinga omuntu oyo umushahara oye ne 6 figure 1600 million ahabwate gari agutarira abana begete chisukuru inki omuntu akwerutera kurwa gorofa igoro pressure yegasi yoka lakini umede the higher the salary the higher the nini ni sawa lakini ni sawa lakini rende kelina ki from even the government abantu mbarekero kende umusubati akondo iburu umwana oyo twara condition go say complications orocho raenda 52 weeks tokororo maino pinkenye tomanyete no ira no nyore gasi ya nigega no eta no ni emetenye tatora rose no ya kwarorire bona kitotanga te decent na abafanyikazi bamanyiwe te labor rights njirechi twarorire foreigners baguita abantu industry mebori atinge to monto chinkundi ino monto ochete ko invest nki gekogera gose ngakie goikera paka wacha konyoranga investor egoito mufanyikazi bakoramu yani abafanyikazi bakoramu gose abafanyikazi bakoramu monto tata etia manyenga lineti no monto bwate family tigato sumbwana ngakio takora assignment era kini tetani ase ntaete karokende bakangu wago kuita chindo nini ndo bwate binte binge bigendererete chi industry me twaralire some other things like nonyana abasubati baito gutumekwa bobe lakini kwanya ari bine bya iruga kende ngekoba that is the decent work totaite nkelina ki richiko ligende mpaka chi industry me protect umufanyikazi oyo nera ma kurorora koleki nera ma kurorora atware omoyo gosekende ekerenga kyogokora nini egasi how you going to protect ekwerende ngaki the decent work netagete investors bachiche kero bachire banyole biwanda baros chigasi abakenya banyole chigasi bakole lakini ndao tayendo kendrinet it is easy agotabanga tigatorolenga kitoko improve workers rights industry chichiche investors chichiche even our own gato taraenda kurusia investors isiko totebenga na banafunzi gose ndu example Nairobi University gose Kenyatta University bata etoko chaka ka industry gete tiango tayo nyatoma etite who in the government na bora koro mwakumugimo motaracha ke kwerende. And again, a government never nte kurigeri nga totebe buna chomete josene chinsama cha kitengela nguru kitengera gari ntu bwate chi industry chiga chokorosi chianga EPZ. Do you know EPZ companies, most of them they are shutting down asenge ncho babasi gwakana nona bakori merimo juzi na araba kwandamana gari geitagi EPZ mbanya gwakano. The same time abantu abo na baro basinyirwa koro biashara bagoteba we taxi kurusi gwere igoro business they are not moving because of the economic bunere imeyenze. So a government should that totara reta nande another investors tora arendeke gatubwate bono tukubarete bago sieka eke tubwate mbuya kwabole tokobareta bago sieka bachire ngaende karo basieka inki yako garo montago sieka oende nseng engao ochake company yo ya manuva iga kwa maganyorange company yo yachakete osinyiru operate because of the costs chibekirororo number 2 oyo utagete gochaka yakawere net nabogo tware idea tiganyu gore company no mate no lika basa batano go 10 kwari kira abantu storalika lakini ntebi kwa manya wakwa kwara genda no ni kwerende genda no ni cyber yo muntu go se hotel orore chi license ya begete gari ekene gento kerororo
orore chikwenda begete igari obeke ya nema county government ya county government ochiche abantu ba corporate bachiche bagatebi bantu ngo gwachi bareti byanko bugyo rumate restaurant tegukira uikobe kaka musikiga ka monte moreli aragere bachiche bagate inache ya nini ya corporate okore yu okire takeigo nema bagotebi eriogie riongo sokalire kole kwerende kogotaka yene town ni kodigete musigari botuko gwetale yene town imore okomboete nyombo begete biashara byao kogotaka obeke posta isikali ote yabantunga yene hoteli ya ndimuragere kanjo noere torakanyara gataka wanyora kende ngeu wanyora at the end of the day muntu oyo kende nkeyo abwate naende linetinga kia government egochichaime because tigangata ibintu mbire bigokorekana Kenya gaiga kwarigereri paka kwararanga ni lichiko totabwati haya lichiko ndiro company nere goike birengo gete no ane serikali ngize koru nini example bono buna nini country developed countries chabo deni mam chabo nini ogo chakia company erevo nere goika the government the wanja company yeyu egwe akona siku lakini Nairobi gega nire ngachagura tokirango example tia Nakumatt na Tuskys nkikwana no in hotel industry we have Hilton yetu area sikiregwe yasiekwa aya Intercontinental they are not operating. Imagine Intercontinental worldwide Kenya agano igusinya biashara Hilton ni worldwide Kenya agano igusinya kwende biashara kwaroche Tuskys yakugwa Nakumatt yakugwa ligereria abafanyi kazi alafu ochicho ligererie suppliers. Imagine omonta supply the supermarket yeju goods worth 100 million taraka yamanya kuwa why is the government because karo ligereria bakoria gasi lakini ligereria bintu mbire government bwenerete teneni etebega tigatoswana ne abantu biashara bya motabwati the government can pump in money as a company yuli bage kugwa egore shares bachaka kwenye manage amo chikantu lichinde nabo chikokoraiga rero ga umuntu atagete mbwate deni ya suppliers ya 900 million egente kengo keyeli ngenda nichibe no muntu ogenda igo so kuligereria kwenda yabafanyi kazi negento kego chakira ale sana by the time kego cha wikira saba fanyi kazi na hayo bono mufanyi kazi otebu rates chiao nchireji rights chanene biamano Jose kero rit koria rero nde shwa abakorie meremo nde bwansi origereti egetaseni yen soko na wego bari baganyete nkwa nayo murai bwansi abange baba batagete koigwa workers salaries and welfare. In fact hakuna kitu kende nke monda ataite koigwa batagete koigunga percent nere komentwa erende the economic go say the cost of living ya mentire mushara onyore ko last year bado no ori mbwate mbata ite koigunga serikali ngomentere tongore ndororo na and creating job opportunity serikali kunya goteba na bado nkwane of course Ruto wika kwanere aro bachanye kwanere because nkwane roche chinga setie wiki ye njamuregete sana nga job creation ye chaenda almost a million ngota ya bare lakini bado kuna kizungumkuti ngo kireti tore housing bose bantu nkonyora barororo that ababechi industry ngo chabareka are we creating gasinera butoko create sustainability nereriye because after sabo totebe jose ori ka bantu baberega iga lakini the same ngo butu bara bantu ikominga ski yugo koraki ngaske yikwa barika lera tebe 10% increment for instance because timate speech ye president inkia prepared lakini ebintu mbira na ote bito koboli at the end of the day nga health system ngokole na bari muna barabumba tegerete the minister for health paka ago specify nyamira counting te kwende ya nyagitari teriko kora kwende health system teriko function what are you doing because at the end of the day omufanyikazi oyo kolera ogokorega ase county ya Nyamira na ataete kero umuntu arwarire ebintu mbire tutavoid omate el dinet kero umuntu arwarire nkoenda nyagitari ali nyora mariogo usi wak ko make sure mariogo na regabo tochiche egente ketote banga sha kero umuntu ngo complain yale nga terakora so ebintu mbire bwanete go trickle down bikonyo mufanyikazi
Mbia mono sana ekerondo chenga aba kori mirimo kurugari chinsemo cha Java Kali Boys na boigo nigo bagendrete gweta bakorokia obumanyi bwabo igo tokogendeye masemo bumurigirire bwensoko ekero muyego yucha kirebono numetengero muyego yucha kirongote babara naba abaiga naba okore company gete abaiga naba okore company gete erindo muyego yubwatire nsebano igo murigirire bwensoko ngosaba e producer yetu enyarako bagukwira gwika chinsemecho erinde ogendere korora ari agendete gokorekana nabo igo enkwana chiri abarai baikira sensemeyo baguchikoba bakwene kigo se bakubwatuka gocha asetoreri tkuria rero nabo igo erindo manyenga ngayi oberete enkonyorore kenderero gusmaili gose utalia hapo ulipo chini ataka msimamizi wetu mkuu Dr. Francis Atwoli, ikiwa wewe umemshikilia mkono kuhakikisha kotu hairudi nyuma. Kenya Union of Commercial Food and Allied Workers ikiongozwa na ndugu Kinywa ambaye sasa ndiye anaongoza hicho chama. Tunamshukuru sana, tisie kutaendelea kutia bidii na mambo yote yataendelea sawa. Postal kiongozwa na ndugu Kwaro Benson ambaye ni deputy wa katibu mkuu, na pia Kudhehia ambaye inaongozwa na ndugu yetu Albert Njeru ambaye yuko hapo, ambaye ndio treasurer mkuu wa kotu. Alafu nakuja vingine vingi ambazo wanakuja kuhakikisha inaendelea sawa. Baadhi ya Kunste ambayo ni inaongoza na Bwana Olala, mambo ya usafi na mambo mengine yote kuhakikisha ya kwamba kunafanya usafi. Kenya Electrical Generation Company under ndugu Ernest Nadome ambaye anahakikisha ya kwamba kazi inaendelea kwa sawa. Inaitwa Ketao. Wanahakikisha ya kwamba kuna stima, kila kitu kinaendelea sawa na mambo yao inasikika kwa njia inayofaa. Waendelee hivyo bila blackouts, tutashukuru sana. Haya, asante sana watu wa Kenya Power. Tunaamini kazi yenu ni safi. Pia kuna wengine ambao wanaendelea kukuja na mfanya haraka kwa sababu nataka kila kitengo ambacho kimekuja hapa kionekane siku ya leo. Haya, asante sana ndugu yetu. Mnakuja mnaangalia baada wanafanya kwa Canada, watu wa textile and what have you, wanafanya kazi mzuri. Kakuzi ndio hao wanakuja, ambaye majani na mambo mengine wote wanakuja. Kupri Pupa ambao wanatengeneza makaratasi la aina, vitu vya kutengeneza makaratasi, maboxes ya kufeka bidhaa nini, wote hiyo ni kazi yao. Watu wa Bluebird ambao wanaongoza na Dr. huko katika Chemical Workers Union, asanteni sana. Bila nyinyi mkate sio tamu. Lazima uweke Bluebird ndio usikie ladha ya mkate. Kenya Engineering and Workers Union ambaye inaongozwa na Honorable Nyamwata ambaye hapo kama vice chair. Yote ni kiasi yako ndugu Nyamwata. Engineering Workers Union, kazi mzuri sana mnayofanya, kwa sababu bila nyinyi hatuwezi tukawa na kitu. Mabati ambayo tunapata ni ya Ndosoron. NSSF ambayo pia iko chini ya Commercial Food and Allied Workers, naendelea Bwana Kinywa na wengine wengi. National Cereals and Produce Board pia iko hapo. Wote ni watu ambao wanafanya kazi kwa viwanda na wanafanya kazi inayoonekana. Wote pamoja na IG Sako, wote wa IG Sako, wote wametambulika kwa uzuri wao na kwa wema wao. Watu wazuri, watu wa kazi bora, kazi nzuri ambayo pia inaonyesha umuhimu wake. Asanteni sana Sako. Ukikiwa unachelewa kupata mambo yako, enda kwa Sako, itapata yule. Kenya Union of Sugar Plantation and Allied Workers ambaye inaongozwa na ndugu Francis Wangara ambaye anaongea saa hii. Hii ndio union yake. Hii viwanda vya sukari mtukufu rais, najua sina mambo mengi ambayo umeelewa, na mengine mengi tutakuja kuungana na wewe ili tuone vile tunasatia. Butali Sugar, one of the companies ambayo inafanya kazi vizuri sana na viongozi wafanya kazi, ina produce sukari mzuri, inaendelea sawa. Nzoia Sugar
ambao wako hapa ni one of the, lakini wanafanya kazi mzuri. Tunajua ya kwamba watakuja kuungana na wewe wakati fulani tuongee mengi. West Kenya, one of the investors ambao wamepewa hiyo kiwanda cha sukari, lakini mambo mengi ambayo iko kwa speech ya mkubwa utakionea. Haya, asante sana. Tunaendelea namna hiyo, tukipata wengine ambao wanakuja, na tutahakikisha ya kwamba kila kitu kinaenda water services workers, ambayo ni ndugu huyo ndugu ya union ambaye anaitwa water, ni watu wazuri sana, ambaye Awichi ndio mkubwa wao na anafanya kazi mzuri sana. The Happy Union of Biomedical Engineering, asante sana kwa kazi yenu. Tailors and Textile, hiyo inaongozwa na Reverend Joel Kandie Chebi, ambaye ndio chairman general wa KOTU na anafanya kazi mzuri sana. Hiyo yote ni kazi nzuri ambayo wanafanya kwa viwanda na wanahakikisha kazi inaendelea vizuri. Na manguo mengi ambao wanatengeneza, wengine yanauzwa nje, wengine yanauzwa nchini. Sunflag Textile, ambayo ni kiwanda maridadi sana ambayo kinafanya kazi mzuri kuhakikisha ya kwamba wanasalisha mambo yote ya kwa kihakika. Mahali Kashimshim Garments, hilo nani ni jina mrefu. Hao pia ni wanatengeneza garments, nguo, na wote ni watengenezaji wa nguo. Na wanaendelea na kazi yao vizuri sana. Kazi ambayo tunahakikisha sisi wote tunawaheshimu watengenezaji wa nguo. Tukitoa nguo zetu zote hapa, kila mtu atakimbia kiholela holela. Kama tuheshimu kazi yao. Kazi nzuri ambayo mnafanya, na Mungu atazidi kuwarehemu. Asante sana watu wetu ambayo ni top new knitwears, hao pia ni watengenezaji wa nguo, na wanahakikisha ya kwamba Happy Labor Day siku inaendelea vizuri. Knit ndio hao pia wanakuja. Hao wote ni watu ambao wanatengeneza nguo na kazi yao inaendelea vizuri. Asante sana. Water Services niambiwa inaongozwa na Sister Matilda. Asante sana Sister, pole. Haya, walimu wetu, Kenya Union of Teachers, NAT, kifundi kikubwa ambacho kinaendeleza na ndugu yetu ambaye ni bwana Oyu Collins, ambaye anaendesha kama vizuri, na tunawashukuru sana walimu kwa kumpa ndugu yetu Oyu nafasi nyingine ya kuongoza nyinyi. Muendelee hivyo, maslahi yenu yote yatasikizwa, kwa sababu tuna haja kuhakikisha mnaendelea sawa. Amalgamated Union ambaye ni Sister Rose, pia ndio hiyo inakuja hapo, na tunajua ya kwamba hawa ni watu ambao wanafanya kazi nzuri sana kwa viwanda kuhakikisha chuma na kila jambo ambalo linatendeka linaendelea sawa sawa. Transport and Allied Workers Union, inaongozwa na ndugu Otieno, the youngest general secretary in SACCOS. Na kukaribisha ndugu Otieno, fanya kazi kwa bidii, kwa sababu wewe ndio the future of trade union. You are a trade union, and we encourage you to continue. Keep it up because unaendelea vizuri. Haya, asante sana coach. What have you magari ambazo zinahakikisha ya kwamba kuna usalama mzuri sana barabarani. Bata ambayo ni shoe naongoza na ndugu Maina, ambayo pia wanahakikisha wanatengeneza viatu mzuri. Aso sisi wote tunafurahia. Asanteni sana Shoe and Leather na wengine wengi ambao wanaendelea kupita. Asanteni sana, Mungu azidi kuwabariki. Mnafanya kazi mzuri. Asante sana Golf Hotel Kakamega, jini ya hotel workers. Hawa ndio wapishi wetu ambao wanahakikisha kazi mzuri inafanyika Golf Hotel Kakamega. Ukitaka chakula safi, ukitaka jambo gani, tembelea Golf Hotel Kakamega. Hao wanajua chakula yao ni safi, kila kitu chao ni safi. Ukienda hapo unatoka na furaha. Aya, asante
sana wale wengine ambao wanakuja East African Breweries Limited, wanakuja hapa na wanahakikisha ya kwamba tunakaa maisha mazuri. Baada ya kazi tunaburudika. Asante sana. Asante sana BAT ambao saa zingine saa ya baridi kwa wale ambao wanazoea sigara tunavuta kidogo, lakini usitokomee sana kwa sababu ina mambo yake. Veterinary ambayo inaongozwa na ndugu Miheso pia na iliko hapo inaendelea mzuri. Alafu Auto Kenya, Lewesha, Leleshwa na wote ambao wanakuja. Telemonte ambayo ni ya plantation and workers commercial pia iko hapo. Wote wanaungana pamoja kuhakikisha Telemonte inaendelea. Faridi Diet Sacco Society Busia County, asanteni sana kwa kufika kwa sababu nyinyi ni watu wetu na ni watu wakubwa. Kedroots, asanteni sana. Mnachunga watoto, mnahakikisha watoto wanako sawa sawa chini ya hospitali yenu ambayo ni kawaida, wanafanya kazi mzuri. Nairobi Hospital celebrating 70 years. Wanatutakia happy Labor Day na wanaendelea vizuri. Hizi tunashukuru nyinyi sana. Kawaida mnafanya kazi mzuri, mnaokoa maisha ya watu wengi. University of Nairobi, masomo bora, kiwango vizuri. Hakuna tashwishi kwa chochote ambacho kinatoka na katika University of Nairobi. Mambo yote ni shwari. Haya, County Government Workers Union inaongozwa na ndugu Robert Tuba. Hawa ndio wafanyakazi ambao wanatoka kwa county government zote ambao wanahakikisha ya kwamba kila jambo linafanyika chini ya ndugu yetu Robert Tuba. County government mutilie mkazo wafanyakazi wote waingie kwa viwanda vya wafanyakazi na hakuna jambo ambalo litaharibika. Kenya Railways inaambia na ndugu Eric Tirop ambao sasa ndiye ameshikilia uongozi wa hicho chama na anaendesha vizuri. Is a young man, well determined na ako focused and he is ready to make sure that railway inaendelea kwa njia inayofaa. Railway Workers is a big company na saisi hata mheshimiwa mtukufu rais umezindua mpango mingi ya kujenga SGR ambayo inaenda mpaka kule kote. Asante sana. Kenya Universities Workers Union ambayo inaendelea chini ya ndugu Owiti, private security chini ya ndugu Owiti. Asante sana ndugu Owiti, tunaona matunda yako. Haya, hiyo inaitwa Kunopet ambayo sijui ndio Kupet, ndio branch ya Dondo. Haya, karibuni sana. Lakini nyinyi mnafanya kazi mzuri. Kenya Union of Post Primary. Haya. Asante sana. Hao wanahitaji msaada mkubwa kwa sababu kuna mambo mengi ambayo iko mesani kwako mtukufu rais ambao wanahitaji waangaliwe kwa sababu nataka wahakikishe ya kwamba maslahi yao inaangaliwa, mambo ya permanent employment, mambo ya SSF, vitu nyingi ambazo wanahitaji na najua kwa wakati wako utaweza kuaddress mambo yao. Kenya Special Needs ambayo inaongozwa na ndugu Torome pia iko hapo, inaendelea kwa njia inayofaa na ni watu ambao wamejitolea kuhakikisha hao wafanyakazi wetu wa special needs pia wanapata msaada ambao unaofaa. Alafu sasa tunakuja kwa baba yao katika elimu inaitwa Kubet. Kubet ambayo ni kundu kubwa sana ambao ni walimu wa sekondari na wanahakikisha ya kwamba kila jambo ambalo wanataka kufanya linaendelea kwa njia nzuri. Kubet, asanteni sana. Mambo yenu yote, mambo ya SHA, mambo ya nini itaangaliwa kwa njia inayofaa ili msiwe na malalamisho yoyote. Kubet chini ya bwana ndugu yangu Akelo Misori na Mheshimiwa Mboko Milemba ambao wanaongoza Kubet wanahakikisha ya kwamba wanaongea na ofisi yako pamoja na waziri wako kuhakikisha kila jambo linatendeka kwa njia inayofaa. Najua ya kwamba ni walimu wetu wanafanya kazi mzuri, mambo inapendeza na kila jambo wanalofanya ni jambo la kuridhisha na kufurahisha watu wote.
kuna branches nyingi ambazo ziko hapa kutoka kwa kila sehemu hii ya mkoa wa Magharibi. Samani inaitwa mkoa wa Magharibi. Wote wamekuja hapa kwa vitengo mbalimbali. Kila kitengo kiko hapa, kutoka Busia, kutoka Kakamega, kutoka Vihiga, kutoka wapi, wote wako hapa na wanaendesha kazi yao kwa njia iliyo bora sana. Usimamizi bora, ulinzi bora, kila jambo ni bora. Malalamishi yao wanahakikisha wanapitisha kupitia kwa union yao na wanasikizwa kwa njia iliyo sawa. Yote yanawezekana kwa sababu kuna rais ambaye anajali maslahi ya wafanyakazi usiku na mchana. Akikaa anaota mambo ya wafanyakazi. Na wote hawa na affiliates wa KOTU. KOTU imeenda mtindo wa rais ambayo alisema ya kwamba mambo yake vile anataka kuunganisha serikali ni kuenda katika broad based. Hii inaitwa broad based labor movement sasa. Because sisi nataka kuunganisha kila mfanyakazi wetu. Hiyo inaitwa Kenya Union of Civil Servants. Kenya Union of Civil Servants. Civil Servants inaongozwa na Lawrence. Ndio Mwanduku Lawrence ambaye anaongoza Civil Servants amesema ya kwamba wakati ni sasa. Na kama sio sasa ni sasa hivi. Kwa sababu Civil Servants imeamua ya kwamba wanataka kwenda katika mwelekeo mmoja na Central Organization of Trade. Hawataki kubaki nje kwa sababu sauti ya mfanyakazi inatoka kwa kitengo kimoja. Na hapo ndio KOTU imepanuka, inazidi kupanuka, inazidi kuwa na nguvu na mahakikisha ya kwamba wafanyakazi wote wanaongea kwa sauti moja. Ili tukija kwako kama civil servants ujue kwamba sasa nyumba ya KOTU imepanuka na inaendelea kuwa kubwa. Hata wale ambao wako nje wajue ya kwamba bado wanakaribishwa kujiunga na KOTU. Wasibaki huku nje because ni wakati wanaharibu. G4S ambayo sasa ni ndugu Andabwa, nayo hii inahakikisha kwamba kuna usalama kwa kiwango chake. Unahakikisha ya kwamba kila jambo ambalo wanahusika nalo linaendelea kwa njia mzuri. Wana provide very professional security ambayo inahakikisha ya kwamba kuna usalama wote. Haya, asante sana security G4S. Nyinyi ni watu wazuri. Mungu azidi kuwarehemu na kuwapa ujasiri wa kuhakikisha mnafanya kazi yetu kwa njia mzuri. SGA Securities pia ni kitengo ambacho chini under private security and ndugu Andabwa. Hawa nao wanahakikisha kwamba kila jambo wanalolifanya ukiingia kwa kampuni yao wanahakikisha kwamba nakulindia mali yako kwa njia inayofaa na kuhakikisha hauna shida. Hata kama unaandika kwa wakati wowote ambao wanafanya kazi wako sawa na wanaendelea kwa njia inayofaa. Kata World ni pia security firm nyingine ambayo pia inahakikisha kwamba mambo yao inaendelea kwa njia inayofaa. Wana provide security mzuri na hakikisha hakuna jambo lolote kwa client wao ambao wakati wanalinda mali yake. Asanteni sana Catwalk, asanteni sana na wengine wote ambao wanaendelea kukuja. PM Securities pia ni kampuni nzuri, kampuni ambayo inatambulika both locally and internationally. Watu wazuri wanalinda mali yetu kwa njia inayofaa na hawawezi kupa aibu wakati wowote wanalinda mali yao. Hawa ni watu wazuri, wanafanya kazi kwa njia inayofaa professionally. Alafu inakuja Securex ambayo pia ni kampuni ambayo ni ya ulinzi na inafanya kazi mzuri. Inafanya kazi ya kulinda mali na hakikisha kila jambo linaendelea vizuri na wanahakikisha mambo yanatendeka kwa njia inayofaa. Mambo mazuri, kila jambo ni nzuri, kila mwananchi ni mzuri, wahakikisha nchi inaendelea vizuri. Tukilinda usalama, tukilinda mali yetu, tukijenga mali yetu,
na hii inaendelea mzuri. Rais kutuongoza kwa sababu kila jambo tunalolifanya jambo la muhimu. Asanteni sana wale wengine wanaofuata kwa njia inayofaa. Hii nyinyi mnaitwa nani? Asante sana, na waona hapa East African Stop something. Fanyeni kazi yenu kwa njia inayofaa kwa sababu nyinyi ni watu wazuri. Kama si waone vizuri lazima niwaulize mnaitwa nani nyinyi. Haya, asante sana. Kazi mzuri ambayo mnafanya. Asante na Mungu azidi kuwabariki. Mfanye kazi kwa njia inayofaa, kwa bidii na kwa kazi ambayo mnahitajika. Asante sana, mnatambulika vile mnavyofanya kazi yenu. Asante sana. Haya, nurses, wale watoka ndugu yetu Panyako. Nurses ni wale ambao wanahakikisha ya kwamba hospitali zetu, matibabu yetu, kila jambo ambalo mnafanya linaendeshwa kwa njia mzuri sana. Ndugu zetu wa nurses wako na sawa mzuri, wanafanya kazi kwa njia inayofaa, na ndugu yetu ambaye ni Mrisetu Panyako anaendesha hicho chama professionally. Njia mzuri, maelewano mazuri, kazi mzuri. Yote ambayo mnafanya ni kazi ambayo inatambulika. Muendelee namna hiyo kwa sababu Mungu anawapenda na nyinyi mnapenda nchi yenu, mnapenda kila mtu, na mnahakikisha kwamba watu wana matibabu kwa njia ambayo ni nzuri sana. Nurses have never let us down, and will encourage you to continue the way you are doing your work. You are doing your work professionally, and we encourage you to continue like that. East African Produce Kenya Limited ambayo wanawasalisha vitu yetu mzuri, majani safi ambayo iko chini ya katibu mkuu ndugu Francis Atwoli, na anahakikisha ya kwamba kazi inaendelea kwa njia mzuri, majani yanaendelea kwa njia safi, kila jambo ambalo linafanyika kwa njia mzuri. Haya, tuendelee namna hiyo, alafu tuhakikishe ya kwamba nchi yetu inaenda kwa njia safi chini ya ulinzi wa rais wetu mpendwa. KCC ambayo sasa imerudi, inaendelea na iko sawa. Alafu hiyo miwa unaona inatoka Mumias Sugar Company. Mumias Sugar Company is back na imerudi. Wanahakikisha ya kwamba saa hizi ni kusiaka, na kushukuru kwa sababu uamuzi ulichukua kubinafsisha hizi kampuni. Sasa na is back, inaendelea na produce sukari na iko kwa njia mzuri sana. Asante sana kwa hayo mengi na machache, na asante kwa kunipa nafasi yenu kuongea na nyinyi. Mungu awabariki. Asante sana mtangazaji mwenzangu. Tuwapongeze wafanyakazi tafadhali kwa makofi, wakiwa sampuli ya wafanyakazi wote ambao wanafanya kazi mahali mbalimbali hapa Kenya. Mheshimiwa Rais, sasa tutaenda kwa kipindi cha hotuba, na naomba tuanze hicho kipindi na kumkaribisha Gavana wa Vihiga Dr. Wilbur Otichilo aweze kutukaribisha hapa Vihiga County. Hebu tumkaribishe kwa makofi Gavana wa Vihiga County Daktari Wilbur Otichilo. Basi Labor Day oye! Labor Day oye! Labor Day oye! Vihiga oye! Kenya oye! Rais oye! Asante sana. Kwanza nataka kuchukua nafasi hii, Rais wetu wa Jamhuri ya Kenya, kumkaribisha nyinyi nyote hapa Vihiga County. Rais wetu wa Kenya, nasema asante sana kwa niaba ya watu wa Vihiga.
hii ni historia ambayo tunaweka hapa Vihiga na Kenya kwa jumla, kwa sababu rais, hii ndio mara ya kwanza Kenya tangu tupate uhuru ndio Labor Day imekuwa celebrated outside Nairobi. Na rais, kama hungekuwa wewe ambao ulipropose kwamba Labor Day ifanyike hapa Vihiga, hatungekuwa hapa. Kwa hivyo, kwa niaba ya watu wa Vihiga na jimbo la Magharibi, nasema asante, asante sana. Pia nataka kutoa shukrani kubwa kwa Secretary General wa KOTU ndugu Atwoli na Executive Committee yake kwa kukubali kwamba Labor Day ya 61 Labor Day iwe tusherekee hapa Vihiga. Kwa hivyo nasema KOTU asante sana, asante sana. Na rais, umejionea mwenyewe kwamba ile jambo ambalo lisema tukue hapa inaonyesha kwamba wafanyakazi wanafurahia sana sana kwa sherehe hii kuja mashinani, na nina hakika kwamba zile sherehe zitakuja baadaye, zitakwenda kwa mashinani kwa kaunti zingine. Pia rais, niruhusu pia nitoe shukrani kwako, kwa sababu hii sherehe tulikuwa na kusudia kwamba itafanyika pale Kidundu Stadium. Stadium hai ilianza, ujenzi ilianza kwa hivyo nasema asante. Pia nasema asante sana kwa wewe kukubali Kidundu Stadium kujengwa hapa Vihiga. Hiyo stadium italeta mabadiliko makubwa sana hapa Vihiga. Rais, niruhusu kwa niaba ya watu wa Vihiga na viongozi wa Vihiga County, MPs wote, MCS wote na viongozi wote wa Vihiga County kusema shukrani kubwa kwako, kwa vile wakati huu tunazungumza hapa tuko na miradi mingi ambao wewe umeanzisha hapa Vihiga, ambayo imebuni kazi kwa wananchi wetu wengi sana. Miradi ambayo umeanza kwa upande wa ujenzi wa markets, tuko na markets 10 ambayo inajengwa Vihiga wakati huu, na hii markets ikimalizika itabuni kazi nyingi sana. Pia tuko na nyumba za affordable housing ambao zinajengwa hapa Vihiga. Tuko pia na hostels ambao zinajengwa. Tuko na barabara salami. Rais, hii miradi yote imeleta kazi kwa vijana wetu na akina mama wetu. Kwa hivyo wakati huu ninazungumza, hii miradi imebuni kazi kwa watu wetu wa Vihiga. Pia rais, niruhusu nikushukuru kwa kukubali kwamba Vihiga iwe moja ya counties ya Kenya ambao wako na county aggregation and viwanda ambao itakuwa pale Luanda.
hiyo KAIPS inajengwa na ikimalizika tutakuwa na kazi mingi sana hapo. Pia rais, pia ni uruhusu nitoe shukrani kwako. Watu wa Vihiga wamesema kwamba kwenda Nairobi ni kazi ngumu sana kwa vile traffic jam kutoka Nakuru kwenda Nairobi imekuwa kubwa sana, tunachukua masaa mengi. Lakini wewe umeanzisha dual carriage kutoka Rironi ambayo itakuja mpaka Nakuru, Mau Summit na baadaye mpaka Malaba. Hiyo itafungua uchumi wa Western Kenya. Kwa hivyo sisi watu wa Vihiga wa Western Kenya tunasema asante sana kwako. Pia tunatoa shukrani kwako kwa vile pia SGR ambayo imefika Naivasha, inatoka Naivasha itakuja mpaka Kisumu mpaka Malaba. Tunasema asante sana. Na hii SGR inapitia hapa kwetu Vihiga, Luanda Town. Tunasema asante. Lakini rais, nimeulizwa na hawa watu wangu wa Vihiga na leadership wa Vihiga kwamba Luanda tuwe na station ya SGR. Kulingana na ratiba ama mpangilio ambao uko, tumeona kwamba hiyo mchoro inaonyesha kwamba hakuna SGR station Luanda. Kwa hivyo kwa niaba ya viongozi na watu wa Vihiga tunaomba tuwe na SGR station hapo Luanda ambao itafungua mawasiliano ya Western Kenya kwa watu wote. Rais, nataka kutoa pia shukurani kwa sababu area hii ya Western Kenya tuko na labor courts. Huko Busia tuko na labor court, Bungoma tuko na labor court, na hapa Kakamega pia tuko na court of appeal ya courts. So kwa hivyo courts za kuhusiana na maneno ya labor matters ziko hapa. Ile ningependa kuuliza tu hapa Vihiga tukubaliwe tuwe na registry ya labor courts so that tukiwa na mzozo tuwe tunaweza kuwa nayo hapa. Mwisho, rais, tuko kwa hii shule ya Chavakale High School. Hii ni shule ya kitambo sana na ni one of the most important high schools in the country as a national school. Hii shule vile ukiangalia rais, unaona mijengo yake ni ya zamani. Na wakati huu tuko na over 2,000 students hapa. Kwa hivyo nimeuliza na viongozi wangu, uongozi wetu wa Vihiga na management ya college ya high school hii kwamba tuone vile mijengo ya shule hii inaweza imarishwa ikiwe mijengo ya kisasa na tuwe na gorofa. Kwa hivyo hiyo ndio kake rais nitaomba kwa leo, kwa vile miradi tayari ni mingi, tunataka tumalize kabla hatujauliza zingine. So Chavakale High School kama inaweza patiwa some positive affirmative action tutakubali. Sasa nataka kuchukua nafasi hii kwa introduce leaders ambao wako hapa, ambao wamekuja kuhudhuria sherehe ya leo. Nitaanza na ambao wako hapa. Tuko hapa na gavana wetu wa Kakamega, Fernandez.
Basi gavana wa pili ambao tuko naye hapa ni gavana wa Bungoma, His Excellency Kenneth Lusaka. Kenneth Lusaka. Haya, tuko pia na my deputy governor ako hapo, Wilberforce Kitiezo. Na ningependa kama tuko na deputy governors wengine kutoka majimbo zingine wasimame waonekane. Basi tuko pia hapa na members of parliament wote wa Vihiga County wako hapa, na nataka kutoa shukurani kwa hawa. Tumefanya kazi pamoja tukijitayarisha kwa siku ya leo. Kwa hivyo MPs wote wa Vihiga County simameni muonekane. Basi MPs wote wa Vihiga County wako hapa. Pia speaker wetu wa County Assembly ako hapa. Omulele, Honorable Mulele ako hapa. Pia Honorable Mulele amekuja na County Assembly yote iko hapa. Members of County Assembly, ningependa msimame muonekane. Na natoa shukurani sana kwa members of Assembly, wametusaidia sana in mobilization, na members of National Assembly. Ningependa pia kuintroduce my senior government officials of Vihiga, that is my CMs na chief officers, wote wako hapo. Simameni muonekane. Hao ndio chief officers wangu ambao tunafanya nao kazi. Pia ningependa kusimamisha elders na stakeholders kutoka Vihiga ambao tumealika wakuje kwa sherehe ya leo. So stakeholders, senior stakeholders ambao wako pande hii ambao mmealikwa, simameni muonekane. Asante. Pia ningependa kusema asante kwa wale wote ambao nyinyi mmekuja siku ya leo kwa sherehe ya leo. Kwa niaba ya viongozi wa Vihiga County nataka kusema asanteni, asanteni sana kwa kuhudhuria sherehe ya leo. Tumeweka benchmark na nafikiria kuenda mbele. Benchmark. Kwa hayo mengi nasema asanteni sana. Mungu abariki Vihiga, Mungu abariki Kenya. Na kabla sijaondoka, kabla sijamaliza, nataka mnipatie museme Rais hoye! Rais hoye! Atuoli hoye! Kenya hoye! Asanteni sana na Mungu ambariki. Tumpongeze Governor Otichilo. Asante sana kwa hotuba na kutukaribisha hapa Vihiga County. Kwa sasa Mheshimiwa Rais, naomba nimkaribishe Brother Reverend Joel Chebii aje amkaribishe Secretary General wa KOTU. Tumpigie makofi tafadhali akija mwenyekiti wa KOTU Brother Reverend Chebii. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya Dr. William Samoei Ruto, tunakushukuru sana kwa maana nafikiri hii ni mara ya 3
kuwa katika mkutano ya wafanyakazi. Inaonyesha moyo wako, inaangalia walio wanyonge na wale wengine pia ambao wamefanikiwa. Na kabla sema kitu, alafu nikaribishe mwenyewe ambaye ni Secretary General of KOTU, maana President ni guest of honor katika mkutano huu. Na mimi nimeona nyinyi watu ya Vihiga na wale wafanyakazi ni watu wazuri sana, na mimi najua Mungu nyinyi sana. Hakuna mkutano mwingine umekuwa kama hii. Mungepigia Mungu makofi kwa sababu ya hiyo. Asante. Wacha nisimamishe wale Secretary Generals ya KOTU wote, muone wasimame. KOTU officials, simama mahali ulipo. Your Excellency, unaweza ona nyuma, unaweza ona hawa. Watu hawa ni watu ambao tumefanya kazi pamoja na wewe. Na watu ya Vihiga, so mnampa makofi yetu sawa? Hamuna makofi nyinyi? Your Excellency yangu, nataka kusema hivi. Vile na Dr. Francis Atwoli, nilipokuja hapa, huyu gavana ya hapa aliniambia alikuwa na akupate, Mungu aongee na moyo wako, ili national event ikuje katika mahali hapa. Kwa hivyo najua wewe umefanya vizuri ulete kuongea na Dr. Atwoli, tukaita board ya KOTU na tukakubaliana pamoja, ndio sababu tuko hapa. Lakini Your Excellency, apart wewe kupenda iletwe hapa, wengine wanauliza kwa nini imekuja. Sababu ya sisi kukuja hapa ni kwa sababu kwanza tunakuheshimu na tunaheshimu hii county ambaye Veteran Trade Union imetoka hapa kuliko county. For example, Your Excellency na Dr. Atwoli, Agrimenya inatoka hapa. Hii ni veteran. Joseph Mukala anatoka hapa. Huyu ni veteran ya hapa. Honorable Mwanji anatoka hapa. Brother Rajab Mondi ni veteran, anatoka hapa. Katumanga ile ya NAT anatoka hapa. Wasike Ndombi anatoka hapa. Alafu Mheshimiwa Omido anatoka hapa. Sasa kwa sababu ya hiyo heshima, Your Excellency, ndio umefanya vizuri. Mukala aliwacha hiyo kazi kuretire kwenda kwa serikali 2001. Ndipo Dr. Francis Atwoli akachukua vile vile, anatoka sehemu hii. Kwa hiyo unaona watu 10 come from Western. Dr. Atwoli amefanya vizuri kwa kazi ile. Tumerutisha yeye na wafanyakazi wamerutisha. Sasa na unajua yeye si mtu rahisi. Ni mtu ambao Mungu amempa neema. Mahali yeye ako ILO, president ya watu kila sehemu. Kwa hivyo Your Excellency, sisi tunafurahi kukaa na wewe pamoja na hii watu. Na mimi nataka tukaribishe Dr. Francis Atwoli. Kama unajua hiyo China, yeye sai from 2001, by the grace of God, is the longest serving veteran of Trade Union. Na tunashukuru Mungu
kwa neema hiyo. Ningefikiri mnapiga makofi nyinyi. Yes. Sasa yeye vile vile ni mtu msito katikati yetu. Yeye ako na mtoto ya mwaka moja. Yetu yeye ni ako na mama mdogo kuliko sisi. Kwa hiyo sio mtu rahisi vile unafikiria. Kwa hiyo takaribisha, yeye ni mtoto yenu, ametuchunga, amechunga wafanyakazi ya Kenya yote. Makofi kwa nyinyi ambao mnakaa hapa. So Your Excellency, hii team ni team kali, na kwa hiyo Mungu akubariki kwa kukuja. Na jambo lingine naomba kwa unyenyekevu ni ile ya, kuna kampuni inaitwa Hela, ametoroka na pesa ya wafanyakazi ya mwaka yote, ameenda ng'ambo na manyumba imefungwa na watoto waende kwa shule. Your Excellency, through Dr. Francis Atwoli, ninaomba kwa unyenyekevu tusaidie kwa sehemu hiyo. Tupige makofi kwa Dr. Francis Atwoli. Thank you, sir. God bless Thank you. you. Thank you very much, Reverend. Watu wafupi ni hatari sana. Anaenda mpaka anasema vile nilivyo, mpaka anafanya watu wote dunia mzima wanajua ya kwamba na ni kweli mimi, na ndio kwa sababu mkanirudisha kwa tamu nyingine ile mtoto wangu asikose maziwa. Your Excellency, before I go on salutation, we have Honorable Fred Omido, the veteran labor leader, and the men who fought for both Kenya and Tanzanian freedom. And before he was relieved in Tanzania to come to Kenya, his history is too long. He had been proposed to be the first president of the Tanzanian people, or Tanzania as a country. But then when they discovered he was a Kenyan, they said, you need to cross the border and leave the position for the late Mwalimu Julius Nyerere. He fought alongside with so many veterans in this country to make us to be where we are today. Ningelipendelea kama Fred yuko karibu acha salamie His Excellency the President. Fred has been a veteran labor leader. Fred has been a member of parliament for Makadara. He was also a councillor in Nairobi and is a man of history. He is the only veteran still living amongst others like the late Clement Lubembe, whom Reverend didn't mention. Clement Lubembe came from this place as well. We had so many labor leaders from here. We had Otenyo, the founder member of the Kenya Railway Workers Union. He came from this place as well, and so many others. Fred was our mentor. We emulated him, and Fred, we always pray for you to be still around. He's on our pension list. Yeah, sema tu jambo. Your Excellency, zamani tulikuwa tukisema mtukufu rais, lakini wakasema mtukufu ni Mungu, kwa hiyo tunasema mheshimiwa rais. Ni furaha yangu kuwa pamoja na wewe siku hii ya leo. Chama cha wafanyakazi ni chama ambacho kilipigania uhuru katika nchi hii. Bwana Chebia ametaja watu wengine, amewacha wengine. Bwana
Kibisu marehemu alikuwa pamoja na Tom Mboya. Wao ndio walianzisha chama cha wafanyakazi katika Kenya. Na wakati Jomo Kenyatta walipofungwa, Tom Mboya na Kibisu walianzisha mtindo wa kupigania kuona kwamba nchi yetu imepata uhuru. Na sehemu hii mahali tumekaa palikuwa mzee alianzisha dini ya Friends katika nchi hii, katika sehemu hii. Marehemu nani mzee huyo anaitwa alianzisha, hata nafikiri shamba hii ni shamba yake. Chama cha wafanyakazi kimefanya kazi kubwa, na Atuoli, mimi na fikiri alikuwa Juma Boy, sijui Dennis Akumu, alikuwa Juma Boy. Atuoli akiwa shop steward katika posta, alikuwa anafanya kazi kwa posta, na akawa shop steward mzuri sana sana, na matajiri wakaona huyo na wasumbua, wanataka kumtupa Wajir. Hakuna posta, ni agency katika ofisi ya DC. Na tukaona huyu ni kijana mzuri, anatetea wafanyakazi kwa kazi nzuri, na lazima tumchukue sasa, tumlete katika kotu badala ya kwenda kupoteza wakati. Na Juma Boy tukaleta Atuoli katika chama cha wafanyakazi kotu, akaanza kama mfanyakazi wa chini kotu, na ameendelea. Amerika ndio walikuwa marafiki zetu, chama cha wafanyakazi wa Amerika. Na kulikuwa na mzee mmoja huko alikuwa anaitwa George Mini, mzee sana, na wafanya kazi wa Amerika walimshika wakazingatia. Uchaguzi ukifanya walikuwa wanasema kiti ya George Mini mbali, ingine ifanyiwe uchaguzi, lakini hii hapana. Atuoli amefika mahali hapo. Yeye ndio George Mini wa Kenya, aendelee na kazi mpaka siku Mungu atakayosema umefika mwisho. Na kuombea baraka uendelee na kazi hiyo siku zote. Niko 102 sasa, miaka yangu 102. Nashukuru sana. Mnaona Fred yuko 100 years and is still smart upstairs. Wengine wanasema sisi ni wazee sana. Your Excellency, I want to recognize some of very important people who have joined. Your Excellency, I recognize the Prime Cabinet Secretary, Honorable Dr. Musalia Mudavadi, the Governor of Vihiga, Honorable Wilbur Otichiro, all governors present, including my Kakamega Governor, ambaye ameleta watu kutoka governor kutoka Kakamega. Thank you very much. Cabinet Secretary, Minister of Labor and Social Affairs Protection, Dr. Alfred Mutua. Your Excellency, you are Speaker of the National Assembly, Honorable Moses Wetangula, Baba Aroma, all other cabinet secretaries present here, our Honorable Minister, able hard-working Minister for Public Service, Honorable Ruku, all principal secretary from all departments, including my own principal secretary from the Ministry of Labor, two of them who are here with us, the principal judge of Employment Labor Relations Court, Justice Monica Mbaru, and other judges of Employment and Labor Relations Court present. We have the managing trustee, a very hard-working managing trustee of National Social Security Fund, Brother David Koros. We have the chair of the National Industrial Training, Brother Den Nur Ali.
the Social Health Authority, where I sit on the board as well. The CEO is represented by Dr. Ibrahim Matende, who is here with us, and also chair, I think, of Kenya Medical Association, if I'm not wrong. Other guests who are here with us, our members of Court Executive Board, Court Leadership, our affiliates. Excellency, I take this opportunity to thank you for honoring our invitation to be the chief guest during these 61st Labor Day celebrations under the theme, Kenya Workers Support the Northern Link, Accelerating Trade through the Rironi-Malaba Highway Transformation. Your Excellency, this is a very special Labor Day in our year calendar because for the first time since 1965, we have, through your support, your request, and also the invitation from the Vihiga County to be conducted outside Nairobi since the formation of KOTU in 1960. Equally, let me take this opportunity, Your Excellency, to thank you in person and your government for the moment support that you exhibited logistically to make sure we are here in Vihiga today. I want, on the same vein, to thank the entire government team for the wonderful support and by providing all technical assistance that we required. Our history has been briefly narrated by Fred Omido. It's a long history, Your Excellency. Sometimes employers get mistaken thinking that Labor Day also includes employers. The history of the labor movement is long, Your Excellency, because it dates back from 1st of May in 1886 in Haymarket at Chicago massacre, where thousands and thousands of workers were clobbered when they were striking, demanding an 8-hour working. And then the employers could not understand them. They asked police, and they used whatever available missile, and so many workers died on that day, and this prompted Paris meeting of labor leaders on 4th of June, on 14th of June in 1989 to declare this day a Workers' International Labor Day. Here in Kenya, our founding father, Mzee Jomo Kenyatta, in 1963, he made a declaration. And in that declaration, it did really vividly mention that he is accepting that Kenyan workers should join other international workers on the International Labor Day to celebrate this day as a Workers' Day in the Republic of Kenya. Doesn't mention employers. Employers can come on our invitation and so on. And I want to thank Kenyan employers who have given us moment support. Your Excellency, we have been renewing our collective bargaining agreements time and again through the support of our employers in the Republic of Kenya in order to improve terms and conditions of service of our members. And we would like those positive employers to continue cooperating with us for the purposes of putting some mechanism in place to jointly spur economic growth of our country and make sure that we create more employment for our young men and women who are leaving institutions of high learning on daily basis. Your Excellency, as stated earlier, the theme of this year's Labor Day seeks to recognize
and I appreciate you for your commitment towards enhancing the infrastructure growth of this country and specifically areas that were traditionally marginalized. On behalf of Kenyan workers, allow me, Your Excellency, to thank you for your boldness. You are a bold president. You are very bold to have come up with projects that most of the presidents shied away from. One, Your Excellency, is affordable housing, which has changed the face of the Republic of Kenya. You go everywhere, you land in Kisumu, it's unimaginable. The other one is the one that you have embarked on to make sure that from Rironi up to Malaba, and as you have been requested, it will be so good also to have a railway station at Luanda, and we support that. That will be a wonderful project on the SGR side and on the new express highway that you are now working on from Rironi to Malaba. Your Excellency, lastly, we ask you, you know you are in the process of coming up with National Economic and Social Council, and on this council, workers used to be represented. When finally it is in place, let court be represented. Your Excellency, as it has been stated, we recently, and I want to thank your Minister for Labor and the entire Labor Ministry fraternity, they did a commendable job during our recently concluded court elections, which your government allowed court as a free and independent workers' labor movement to regulate itself under the supervisory mechanism provided for by your Minister of Labor. And it was so wonderful that we concluded elections without any problems at all and or any interference. Your Excellency, even as we celebrate this year's Labor Day, I am compelled to humbly remind you that the Minister of Labor is here to ratify ILO Convention 189 and 190. This is even after Your Excellency assured Kenyan workers last year during the Labor Day celebrations that the ratifications would take place soon after last year's Labor Day. Your Excellency, I, on behalf of millions of domestic workers, urge you to ensure that the ratification of these two critical conventions that have since been ratified by other countries are equally ratified by our country, by our nation. Your Excellency, the problem on the labor market today globally is outsourcing. Outsourcing is not bad, but Kenyan outsourced companies have a feeling that those employees under their ambits must be exploited. The Minister of Labor, he promised, has got to come out with a policy on outsourcing in this country, as it has been recommended by the International Labour Organization that any outsourced staff and is on your premises must enjoy terms and conditions of service as per the prevailing collective bargaining agreement of that particular industry. Your Excellency, we wish to implore to you more than ensure that all relevant government agencies ensure that outsourced companies also pay statutory deductions, hawalipi kodi, hawalipi kitu chochote. This is a big avoid of making sure that Kenya government collects revenue from them. Your Excellency, we happen in our midst to have the managing trustee of NSSF. Let me take this opportunity to thank you for the vision and leadership that you have exhibited towards making the National Social Security Fund a leading pension scheme in Africa that is responsive not only in eradicating old age poverty, but also meeting the infrastructure demands. Your Excellency, I used to admire Tanzania and NSSF because it came up with several government projects, including putting up parliament in Dodoma, police stations everywhere in Tanzania, and also in the area of energy.
and the latest President Nelson Mandela, University of Technology in Arusha, and now I think that is where our current NSSF is heading. Your Excellency, in 2024 and 2025, the NSSF has recorded double-digit returns of 11% and 17%, making it one of the best well-managed workers' fund in the region. We kindly ask you to allow more workers and employers representatives to sit on the board. Say, for example, workers should provide 4 instead of 2, and employers should provide 4 instead of 2, so that we assist the CEO and his team to efficiently manage this workers' fund. Your Excellency, we wish to draw your attention to the growing challenges facing Kenyan workers within the EPZ under the Export Processing Zone Authority, where we are witnessing the emergence of companies not honoring freely negotiated collective bargaining agreements. Briefly, Your Excellency, let me touch on Social Health Authority. We have heard a lot of noises and so on, more so coming from our institutions and workers and other interested organizations. When we carried out research, Your Excellency, we found that you meant very well when you established the Social Health Authority. But as a member of that board, I can tell you for free that the problem that SHA is facing is internal. Otherwise, SHA has done a commendable job. And also, the problem is of mixing 2 acts, one for Digital Health Authority and which is independent, with that one of SHA, 2 independent acts of parliament, away from the one that established SHA. As I'm talking to you, Your Excellency, SHA does not administer the information communication system under Taifa Care platform, which is supposed to monitor the entire expenditure of SHA, and also if SHA is given full administrative of that particular platform, other than this being worked out by the DHA, that will be the end of conflicts between the insured organizations and service providers. You can look at that. Meanwhile, those are administrative issues. I have talked to the minister concerned, and I think if they are looked into that, SHA have a platform, controls the information and monitors the expenditure, both income and expenditure of contributions, which about 90% comes from workers, there will be no more problems. Your Excellency, I have said about affordable housing, and I don't want to repeat, and I want to thank you very much. I want also to go further than that. You allowed us workers to apply to be apportioned, and you reduced the deposit from 10% to 5% for workers. Let these workers be part as owners, because they are contributors of this beautiful, magnificent, affordable houses throughout the Republic. Your Excellency, I don't want to labor too much on that. That's a subject we have discussed with you and you are aware. Your Excellency, as Kenyan workers, we are deeply appreciative of the move by your government also to build, as I've said, an SGR. But we want to appeal to you. We have a young man elected by railway workers called Eric Tirop. He wants to renew the CBA, which is stalled since 2014. And that will energize workers in that sector and have an opportunity to enjoy terms and conditions of service like any other workers. You have done very well in sugar reforms, and I want to thank you for that. And the General Secretary was here, Brother Wangara. You have done a good job in sugar reforms and all those factories around. The only problem is that some have reduced
workers' salaries by 40% against the ILO Convention on Wages and Protection, and also on issues related to equal work of equal value. And that one I know you will advise accordingly, and you will allow the union concerned to sit with the management and work out on that. Lastly, second last, Your Excellency, I don't want to belabor too much, because most of the things are things you know very well. We as workers, we are very much concerned about the ongoing political rallies in this republic as if elections are there next week. We urge the IEBC to put a stop to this menace and ask Kenyans to wait until IEBC releases the campaign calendar for our next year's elections. What we are trying to do now, inciting Kenyans, telling Kenyans things that are not really, this means that, Your Excellency, even if elections will be carried out, and whoever wins fairly with this polarization might cause a problem into our country if you can't put this on a stop. In any country where we have political turmoil or strife, it is workers, women, and children who suffer because they can't fly out. These self-proclaimed leaders of the opposition, they will run away. You will not see them here. And they must be tamed by law. And this is the work of IEBC and our government to make sure that since we are not in an electioneering period, you are busy developing this country. You are busy everywhere inspecting government projects, and some people are trying to mar the good work that you are doing. I am passionate about this request, Your Excellency, because if anything happens, it is us. When this ship sinks, it will sink with everybody. Your Excellency, on behalf of my colleagues, let me thank you for providing some mechanism to spur economic growth of our country. Kenyans did not believe that you can stabilize our economy with signs of construction work across the country that we have witnessed and improvement in infrastructure and what we are seeing. They didn't. Kenyans could not believe that you could lower down the prices of fertilizer. While inflation remains low at 4.40%, the consumer price index in the country has risen to 150.0 points. I want to come to that one later because that will be the last thing. I've already little bit touched on the economic performance of our nation, steered by yourself. You are the patron, you are custodian of economic growth and economic performance, economic protection, and economic changes that we are witnessing. Vandu befe mulembe byenye khwikhala asia neshichire ndingo kandakhabola kana makhuwa kabakholi bemirimo shikali kariyo shichire ndingo khandi ndo musakhulu we area ino ndyenye babolere ko batieri abemirisi benyu bali imberi ino khandi isai na bandu bashirebanga injire na khulonde khoire hale mudiranga khuli nenda abandu ababofu bashirebanga ni khutsiehe ndienye khubabora wamunyala okhutililira nuwo murundu kulia abana befu aba banyala okhurechera amarechero kabwe omurundu kuliha no mwana omurundu uno shale hale tawe norulano nobiraka busabeti nule uwe khunyala khutsia shiro khubukula omurundu kokhuruka eshialo shino khumulonda khuwo mulaba siru mulaba shanzi sana. Serikali hiye
kulimona mawaziri kane ama permanent secretary zaidi ya 10 abakongo be parastatal bosi bali muserikali hiyo abandu bali nende sauti kuli muserikali hiyo fwensi kuli muo kuli nende pao muserikali hiyo abakwe benyu barebange pao fwe kuli nende pao. Manyego tutam omuli yabona eshomikani winyala ni sheshishyo eshefu nje shino. Your Excellency, I have finished. I want now kindly to invite the minister, and as I had painted out the picture that the economy has done very well, I know you have something for us this year and next year. And these workers, all of them who went through here, they were indicating to you that this region and workers' constituents in the Republic of Country are two-term. May God bless you, Your Excellency. Your Excellency, I'm being reminded by my able personal assistant and technical technician on economy that if you gave us 23% minimum wage increase, your government will be stable. At one time, President Kibaki gave us 22% minimum wage increase, 18%, 14%, and things went on well. I know your hand is bigger than that one. May God bless you. Thank you, Mheshimiwa Atwoli, for warming the crowd for us. Mheshimiwa Rais, ningependa kutambua wale wote walio hapa, na kwa niaba ya Mheshimiwa Musalia Mudavadi PCS nitambue viongozi wa serikali walio hapa kabla ya hotuba, ndio wananchi wajue ya kwamba serikali imejaajaa hapa kwa wingi. Penda kumtambua Speaker Mheshimiwa Francis Masika Wetangula, Papa wa Roma aliye hapa. Cabinet Secretaries wenzangu Wycliffe Ambetsa Oparanya, Deborah Mlongo Barasa, Geoffrey Kiringa Ruku, Public Service, Head of Public Service Felix Kiptarus Koskei, yuko hapa. Makatibu tofauti wakiongozwa na Shadrack Mwadime wa Leba, Joseph Motari wa Special Protection, Dr. Raymond Omolo wa Interior, Susan Mangeni SME, Aurelia Rono Parliamentary Affairs, Regina Ombani wa Trade, Dr. Beatrice Inyangala wa Higher Education, Hari Kimtai of Mining, Professor Abdulrazak Shaukat, Research, Idris Dokota, yuko hapa, wa Cabinet Affairs, Jane Imbunya, Public Service, Dr. Auma Oluga wa Health, tuko pia na Director of Public Prosecutions, Renson Igonga, yuko hapa, na viongozi tofauti pia. I'd like to recognize the President of the Labor and Employment Court, Labor Justice Monica Mbaru, and justices who are here. Your Excellency, mine is a very short speech. Life is about progress, a desire to wake up in the morning and go and make a living and live a decent life. Ability to have hope and to look forward and tell everybody about around you that mbele iko sawa. Your Excellency, when I was growing up, there was a poem I memorized called The Desiderata. And there's a line that says, enjoy your achievements as well as your plans. Keep interested in your own career. However humble, it is a real possession in the changing fortunes of life. Life, Your Excellency, is about progress. And I'm very pleased to be working for this government, your government,
because we have seen progress. Wachana na wivu, wachana na porojo, wachana na story nyingi. Ukweli ni kwamba mgala muwe lakini haki yake mpe. There's been a lot of progress, and especially in the labor sector. Let me give figures, because figures don't lie, Your Excellency. Currently, the public service has employed 1.895 million people. You've created 1.895 million jobs. The public sector, for example, we've employed over 128,000 teachers. The county governments have employed close to 60,000 people. The housing sector has employed 640,442 people. Kazi Majuu has created 583,868 jobs as per yesterday. The digital jobs have created 316,806 jobs. You saw the CAVs passing here, 107,831. We have more in the Nyota program, etc., etc. In the public sector, the SME sector has generated 2.1 million jobs. The hotel sector and restaurant sector, 1.5 million jobs. Manufacturing has created 443,000 jobs. Transport and communication, 75,000 jobs. Construction, 50,000 jobs, and more. I'm not even mentioning the BPOs. If you add the figures that I've mentioned, Your Excellency, we are talking about over 6.2 million jobs created by your government. Kweli mbele iko sawa. Congratulations, Your Excellency. And I bet when the Bureau of Statistics, Your Excellency, compiles all the figures, looking at the effect of the Nyota program, the Hustler Fund and others, you'll find that clearly we'll be talking about double digits in our country. Your Excellency, we thank you also. We have the recognition of prior learning, whereby people are given an opportunity to turn their skills into certificates to be able to get jobs. And soon we'll be giving 5,000 certificates. Kazi Majuu recruitment, we are about to restart now that there's peace in the Middle East. And next Wednesday, the 6th, we'll start in Mombasa, at NITA Mombasa next Wednesday. And we'll have very many jobs where people will not have to pay a cent. There'll be other jobs where we have a bit of little money here and there, 60,000, 70,000 for a ticket, 80,000. But I'm looking for majority of jobs where you just walk in with a passport. If you're hired, you're able to be taken overseas without paying a shilling. Your Excellency, we have really improved in terms of progress in the strikes. This last year, we've had less strikes than have been for a long time. And this is because of this process we started of saying, let us talk first before you go to the streets. And so my PS has been working very hard, Mwadime, together with Helen Apio, the Labor Commissioner, and they have been giving me names and numbers to call all these leaders to tell them, let's sit down, don't go on strike. I want to thank Atwoli, Mheshimiwa Francis Atwoli, and the employers for agreeing to that new formula of let's talk first before we go on strike. And I want to assure Mheshimiwa Atwoli that the issue of EPZ is one that I'm well versed on, and we are dealing with it, and we'll be able to finish it. Your Excellency, mbele iko sawa kabisa. In terms of BPOs, they are growing, and the issue of outsourcing, there's a team of COTU, FKE, and team from my office that is working on the regulations, and we should have them out in 45 days. New rules of operation, we are calling them, of how outsourcing should work so that there's equal pay for equal work. I'm proud to announce, Your Excellency, that with the reforms undertaken in NSSF, now from the day you retire, if you put your papers in and you've retired today, within 7 days, you'll get your first payment. And we are moving so that next year, it is within 24 hours, you'll get your payment. Before, people used to retire and die waiting for their pension. So you'll be able to get your pension immediately. Kweli mbele iko sawa. Your Excellency, 720 billion in NSF, we are pushing now to 1 trillion. And Mheshimiwa Atwoli has mentioned very well. I also want to recognize and thank the Labor and Employment Court for very progressive rulings that are based in current realities. They have made it very well. And lastly, Your Excellency, I want to finish also by reminding our young people of that final stanza of the Desiderata that says, you are a child of the universe, no less than the trees and the stars. You have a right to be here. And whether or not it is clear to you, no doubt the universe is unfolding as it should.
Therefore, be at peace with God, whoever you conceive him to be. And whatever your labors and aspirations in the changing fortunes of life, keep peace with your soul. Because with all its charm and drudgery, it is still a beautiful world. Be happy. Strive to be happy. Why? Because there is clear progress in this country. There is clear movement. Na kweli mbele iko sawa. And now, Your Excellency, Prime Cabinet Secretary Wycliffe Musalia Mudavadi. Wakenya hoye! Wakenya hoye! Wafanyikazi hoye! Mheshimiwa Rais William Ruto hoye! Katibu Mkuu Secretary General Atwoli hoye! Wakenya wote ambao wako hapa hoye! Asanteni sana. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, kabla sijasema lolote, nimekuomba hapo kwa sababu tuko na viongozi wengi sana na hatukutaka ionekane tu ni kama namba ambayo iko hapa. Kwa hivyo kupitia kwa ruhusa yako, nataka nitambue kwanza ndugu yangu Wycliffe Oparanya aje mbele asalamie kwa dakika moja. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya na wenzangu ambao wako hapa siku ya leo, Wakenya oye! Waluya oye! Wafanyakazi oye! Kwanza nikiwa mmojawapo wa viongozi wa hapa, nataka nikukaribishe hapa magharibi mwa Kenya. Na wewe wakati umefika hapa, wewe mwenyewe umejionea. Unakumbuka siku moja uniambia wa kwanza ya kwamba ukiangalia unaona wale watu wengine wana impress wewe sana, lakini watu wetu wako pole pole. Lakini wewe mwenyewe umeona siku ya leo vile watu wa region hii wana impress wewe na uongozi wako. Na hiyo kwa sababu yale ambayo umefanya wakati wewe umekuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Mimi kama mmojawapo wa waziri wako, na umetupa kazi ya kufanya, umeona ya kwamba wewe vile ripoti imetoka, economic report ile imetolewa wiki hii, imeonyesha vile uchumi wa Kenya unaendelea kukua kwa haraka sana, hata kuliko majirani wetu. You have stabilized the economy of this country. The shilling against the dollar is now stabilized for the last 3 years. Inflation umesikia iko chini 4.4% tangu tupate uhuru. I think that is the lowest inflation rate we have had. We can assure you as a community, we are with you and we will continue to be with you 2027. Hapa ni 2 term. Hiyo ndio tunatikia. Rais Ruto oye! Rais Ruto oye! Arambe! Arambe! William Ruto! Asante sana ndugu Wycliffe Oparanya. Sasa nataka nimwalike Spika wa Bunge Mheshimiwa Moses Masika Wetangula.
Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Katibu Mkuu wa wafanyakazi wa Kenya, waheshimiwa viongozi walioko hapa siku ya leo, na waheshimiwa wafanyakazi wa jamhuri yetu. Kwanza kabisa, wacha nichukue nafasi ni watambue wabunge wetu ambao wamekuja kujumuika na wafanyakazi wetu. Na waomba wabunge wetu msimame ili niweze kuwatambua. Tuko na mheshimiwa mwenyeji wa hapa Clement Siloya. Tuko na mheshimiwa Kivai Kagezi wa Vihiga. Tuko na mheshimiwa Emmanuel Wangwe wa Navaholo. Tuko na mheshimiwa Bernard Shinali wa Ikolomani. Tuko na mheshimiwa Dick Maungu wa Luanda. Tuko na mama Beatrice Adagala wa Vihiga. Tuko na mheshimiwa James Onyango Koyo wa Muhoroni. Tuko na mheshimiwa Charles Gumini Kimose wa Hamisi. Tuko na mama Koni wa Kwabubi, nominated senator. Kuna mbunge yote nimesahau? Tuko na mheshimiwa George Aladwa, mbunge wetu Nairobi wa Makadara. Mheshimiwa Rais, leo ni siku ya wafanyakazi, siku ambayo inaheshimika duniani na kusherekewa kila mahali, an international day for the workers of the world. Siku ambayo kila jamii duniani, mataifa makubwa ya kadri na madogo, yanasimama pamoja kutambua umuhimu wa wafanyakazi na umuhimu wa kufanya kazi. Tumekuja hapa leo katika region yetu hii kwa mara ya kwanza, vile mmeambiwa, kusherekea hii siku. Tunashukuru sana serikali yako kwa kuleta mashinani hizi sherehe ili wananchi waweze kufeel the warmth and the importance of government and its structures. Leo hii na washukuru wafanyakazi. Tukiambiwa Kenya sasa ndiyo the third largest economy in sub-Saharan Africa, it is because of you, the workers of Kenya. You are the ones who toil and moil in the rain and in the sun to turn the wheels of our economy to make Kenya what it is. Kwa hivyo leo tukiwa hapa ni kuwatolea kofia wafanyakazi wetu na kuwapa heko. Ndugu yetu Atuoli, tangu tujuane nikiwa wakili wako kiwa kule Posta, umestahimili, umetembea na jasho la kubeba wafanyakazi wa Kenya wawe kwa kiwango ambacho kinatakikana nchini na kimataifa. Tunakushukuru sana kama mzee wetu wa hapa kwa ile heshima unaendelea kupewa na wenzako wafanyakazi kwa kukuchagua mara kwa mara. Hata juzi tu umepewa nafasi nyingine. A good labor force is so critical to any country that all of us must recognize, must respect,
must appreciate, and above all, must embrace you as the people who make things work in this country. Hongera sana, Mungu awabariki, na tusherekee siku ya wafanyakazi tukijua nyinyi ndio mnafanya nchi yetu inakuwa nchi ya kuheshimika. Murio mno. Haya, sasa kwa sababu siku ni wafanyakazi na pia siku ni ya Mheshimiwa Rais, nataka sasa mimi niseme yangu mawili, alafu nimwalike Rais wa Jamhuri ya Kenya atuhutubie. Kwanza kabisa nataka nichukue fursa hii kushukuru ndugu Atwoli na timu yake ya KOTU na wafanyikazi wote wa kitaifa ambao wamejenga uchumi wa taifa letu. Bila wafanyikazi hatuwezi pata ushuru. Bila wafanyikazi taifa haliwezi kujengwa. Bila wafanyikazi hatuwezi kuwa na amani katika taifa letu. Kwa hivyo tunatoa heko kwa movement hii kubwa ya KOTU na wafanyikazi wote for keeping Kenya's flag flying high. Jambo la pili, nataka tu niseme kwamba Mheshimiwa Rais, a stable labor force is very, very important. Tukiwa na taifa ambalo liko na a lot of labor instability, conflict within the labor movement, then it will be difficult to achieve economic growth. Mr. Secretary General and your team, we must commend you for keeping the labor force in Kenya stable and focused. Jambo langu la tatu, Mheshimiwa Rais, ni kusema tu kwa sababu pia wewe umesukuma sana agenda ya Wakenya kuajiriwa katika mataifa mbalimbali. Kwa diaspora, nataka nihimize kwa siku hii kubwa ya workers katika ulimwengu kwamba the good effort, tumepata matatizo kwa diaspora hapa na pale. Ningependa kuchukua fursa hii kuomba vijana, wakati mnataka kwenda nje kutafuta kazi katika mataifa tofauti, kupitia kwa Wizara ya Labor, National Employment Agency, na kupitia kwa Diaspora Department, na tena tuta collaborate na KOTU. We want you to go and work in a safe environment, in a peaceful environment, and earn with your security guaranteed. Tumepoteza vijana wetu katika mataifa tofauti, wengine wakisema wanadanganywa, wanaenda kule, alafu wanaingizwa kwa vita ambavyo hawajui, wanaingizwa kwa shida ambayo hawajui. Tafadhali use the government institutions so that we can help you to ensure that you go to a safe working environment ikiwa unaenda kufanya kazi katika diaspora, katika taifa nyingine. Tumepoteza vijana kule Russia, na pia tunapoteza wengine wakienda kule Myanmar, ile wanaita Golden Triangle, alafu wanaenda kule na wanakuwa na shida kubwa. Tunawaomba, tunawasihi, work with the government institutions. Finally, Your Excellency, Mheshimiwa Atwoli alizungumza hapa Kiluya. Mulisikia? Mwako hula? Muhuri mwako hula? Atwoli,
Mimi sitaongea Kiluya sasa, mimi nitaongea kwa Kiswahili. Mimi nataka niseme hivi. Niliwaonyesha na tukawaonyesha barabara kwa uchaguzi uliopita. Tukasema kwamba tuungane na Mheshimiwa William Ruto atapata tikiti ya Wakenya. Niliposema hivyo, watu walifikiri ni mchezo. Yeye ndio rais wa Jamhuri ya Kenya. Na mimi nataka nirudie kwa ndugu na dada ambao mnanisikiza katika eneo hii. Barabara ni hiyo hiyo. 2027 ni William Samoei Ruto. Muhuri. Yani nimborok mulusha. Yesu yari nabakonyi bebe 12. Mulla Vamuranga Timoteo. Timothy. Yani kari nibambola mangana abora ndi nyangumiri mumbara. Mumbula. Kuhenze. Kubiri kuba Timoteo iburusha dawe. Nukuchereba. Bandi banyagurazi mbiru. Baza kuingira mbuya ngubura. Na kuratanga kurila mmoji. So I am urging you, let us not have any doubt whatsoever. For me, I am sure it is 2-term. I want us to be sure it is 2-term. Is it 2-term? Is it 2-term? So, kile sasa nataka tuzungumuzie is not the aspect of 2-term. It is now the margin of that 2-term. What is going to be the margin of the 2-term? Hatutaki 2-term ambaye mtu ataenda kwa petition. Tunataka 2-term ambaye itapitia kwa debe, voted by the people with a resounding majority, ili tuende mbele kama Kenya. And I know we can do it. Na watu wa eneo hii, I urge you, when I look at the figures ya wale ambao wamejiandikisha kwa hii voter registration, as you speak 2-term, the truth is tulienda slow kwa mambo ya voter registration. Wakati IBC itakuja kwa round ambayo inakuja, we must now increase our numbers so that we speak even louder and more effectively. Mumburiyi. Kuwe tayari? Haya, rombi mikono. Tusimame. Haya, muko tayari tumkaribishe Mheshimiwa Rais? Harambee! Asanteni sana Mheshimiwa Rais. Haya, tafadhali tunaweza keti chini. Ndugu wananchi wa Kenya wenzangu, watu wa Vihiga, mjambo. Vihiga mulembe. Vihiga muri moyo. Muri baramu. Wa Kenya hoye. Labor Day hoye. Fellow workers, distinguished guests, ladies and gentlemen,
we gather here today at the Japagali Boys High School, Vihiga County, with a deep sense of gratitude and to honor the men and women who keep the engine of our economy in motion. The people without whose sacrifice, sweat, and toil our nation would grind to a halt. We are here to celebrate the hands that mold our economy, the ingenious that keep innovating, and the resilient spirit that dares to imagine a transformed and better Kenya every day. These are our hard-working, diligent, and ever-hopeful workforce. We are here to pay tribute to their resilience, to their discipline, their resourcefulness, and their indomitable belief in Kenya's transformation. To every worker across Kenya, I say today with profound appreciation that your effort is the foundation of our progress. Your well-being is the true measure of the state of our nation, and your dignity is a reflection of who we are and who we aspire to be as a people. Fellow workers and citizens, today is equally a historic moment. For the first time in the 60 years of celebrating Labor Day in independent Kenya, this national celebration are being held outside the capital city of Nairobi for the first time. And not just outside the city of Nairobi, it is being held in this great county of Vihiga County. This is a significant and transformative step, a reflection of our commitment to reach, recognize, and directly involve workers across the country, including those in our rural economies whose contribution is no less vital to our nation's progress. As we do this in Nairobi, yes, we can do it in Vihiga. To the great people of Vihiga County, I extend my deepest gratitude for the warmth of your welcome and the generosity of your hospitality. Ladies and gentlemen, from a historical perspective, Labor Day did not begin as a celebration the way we have it here today, but as a struggle for the dignity of workers, for fair working conditions, and for just remuneration. That struggle, born in the 19th century at the height of the Industrial Revolution, remains as relevant today as it was then. Yet in our time, we are faced with an equally pressing challenge, the urgent task of creating meaningful employment opportunities for our people, especially our young people. Each year, no fewer than 800,000 Kenyans enter the labor market, while the formal sector is only able to absorb just about 150,000. From the very outset, this administration has pursued a deliberate and decisive three-pronged strategy to expand opportunities for all. Kazi kwa ground, kazi mitandaoni, and kazi majuu. In all that we do, in every policy we advance, and in every program we implement, one objective remains constant: to unlock opportunity, to empower our people, and to ensure that every Kenyan has a fair chance to work, earn, and fulfill their potential. Through targeted support for micro, small, and medium enterprises,
the affordable housing program, the expansion of the digital economy, strategic investments in agriculture and value addition, strengthened education and skills training, the facilitation of overseas employment, and sustained infrastructure development, we are systematically laying the foundation for job creation and inclusive growth. Ladies and gentlemen, inclusive growth and opportunity are anchored in the strength of our economy. The true measure of resilience is not found in a single statistic, but in the soundness of its fundamentals and the confidence it inspires. By every meaningful indicator, Kenya's economy is steady, robust, and resilient. Our GDP growth has held firm above 4.6%, even in the face of global uncertainty and internal disruption. Inflation has been between 2.8% and 5.6% in this April, remains within the acceptable levels, particularly in the context of prevailing global pressures, while our foreign exchange reserves, standing at US dollars 13.3 billion, provide close to 6 months of import cover, safeguarding our microeconomic stability. The Kenya shilling has stabilized at Kenya shillings 129 to the dollar for over 2.5 years, reflecting renewed market confidence in our country. At the same time, key indicators from agriculture and construction to financial services continue to drive broad-based expansion, ensuring that growth is not only sustained but shared. Sustained inflows from diaspora remittances, alongside continued investor confidence, further affirm that Kenya remains a trusted, competitive, and forward-looking destination. But most importantly, this resilience is being felt where it matters most, in the lives of our people. Across the country, jobs are being created in their thousands, a clear testament to the capacity of our economy to absorb labor and expand opportunity. It is for this reason that I commend the Central Organization of Trade Union for the choice of this year's Labor Day theme, and I quote, "We support the Northern Link, accelerating trade through the Rironi-Malaba highway transformation," end of quote. The theme reflects a clear alignment with the government's strategic focus on infrastructure as a key driver of economic transformation, regional integration, and job creation. The Rironi-Mau Summit Road is not merely transforming infrastructure. It is reshaping livelihoods. As a vital corridor, it strengthens regional connectivity, streamlines the movements of goods and people, and unlocks new economic opportunities across our nation. Western Kenya is a major beneficiary of this road expansion. The traffic nightmare that has long confronted those traveling to this region during peak periods will soon be a thing of the past, replaced by smoother, faster, and more reliable connectivity. This will happen as soon as next year. Along the route, this road is unlocking employment for contractors, suppliers, and communities, while opening doors for trade, tourism, and investment. At least 10,000 new jobs will be created through this project alone. Additionally, we recently launched the extension of the standard gauge railway from Naivasha to Kisumu, and finally to Malaba.
a 262 corridor that will connect the industrial hub of Nairobi to the rich agricultural heartlands of Western Rift Valley region, including Narok, Kericho, Nyamira, Kisumu, Vihiga, and Busia. We have also broken ground, as you all know, on the 107-kilometer Kisumu-Malaba section of the SGR, completing nearly 1,000 kilometers rail corridor from Mombasa to Malaba and establishing a critical link to the Malaba-Kampala line. Along this corridor, from Mombasa to Malaba, we will establish the development of industrial parks, logistics hubs, and commercial centers. And let me speak while I am here in Vihiga, that your request that we have a modern transport station here in Vihiga, right here in Luanda, is already in the construction stage, and we have the plan for it. We are going to commit 250 million to do a modern railway station in Luanda, and we are going to add a transport logistics hub right there in Luanda. We will do the same in Nyamira, as I announced, because this railway is not just a transport corridor. It is an economic raising hub. The expansion of the Rironi-Mau Summit Road, which will ultimately extend to Malaba border, together with the onward extension of the SGR to Malaba, represents a new generation of future-shaping infrastructure. These are not just transport projects. They are strategic national investments designed to unlock the full economic potential of our regions and connect Kenya more deeply to the East African corridor. Na wacha niseme, ndugu zangu, watu wa hapa Vihiga na Western Kenya, mradi wa SGR, mradi wa barabara ya kutoka Nairobi mpaka Malaba, mumesikia awamu ya kwanza itafika Mau Summit. Nataka niwaeleze ya kwamba kufikia mwisho wa mwaka huu pia tutakuwa tumeanza kandarasi ya kutoa hiyo barabara kutoka Mau Summit, iteremuke ikuje Eldoret, ikuje hapa Kakamega, iteremuke mpaka ifike Malaba. Njia nyingine itapitia Kericho iende Kisumu. Mimi nimesikia viongozi wengine wakisema ya kwamba hizi barabara infrastructure hazina maana. Mimi nashangaa sana. Wale wanatuambia hizi barabara hazina maana ni watu wanaishi na sisi hapa. Wakati barabara na reli zilikuwa zinajengwa siende mahali kwengine, hawakuzungumza. Leo wanatuambia hizi barabara hazina maana, reli hazina maana. Sijui wanataka kitu gani ni ya maana kwao. Ndio mimi nasema kuna watu wako na upungufu ya akili. Let me tell you, good people, this infrastructure we are building, their greatest impact will be felt in the lives of ordinary Kenyans. These projects will generate jobs, stimulate enterprise, and attract investment along the corridor, ranging from logistics and manufacturing to trade and services. They will create new centers of growth, expand incomes, and lay the foundation for shared prosperity. Fellow citizens, another key pillar of our transformation and transformative infrastructure agenda is housing. Through the affordable housing program, we are not simply building homes. We are reshaping the face of urban development across our nation and turning the dream of home ownership into a living reality for thousands of Kenyan workers. Today,
More than 273,000 affordable housing units are under construction across the country, and over 9,000 have already been completed, and we are handing over to deserving families. I was right here in Vihiga a month ago to hand over the first 200 units of completed housing units right here in Vihiga. Let me repeat, here in Vihiga County, for example, 6 affordable housing projects are underway, some of them being procured. We are going to deliver 3,720 housing units, an investment of 7.5 billion shillings as phase 1. At the same time, student accommodation projects, both ongoing and in the pipeline, will provide 4,540 bed spaces, backed by a further investment of 1.9 billion shillings right here in Vihiga. Meanwhile, as was said by our good governor, 10 markets are under construction. With another 6 more markets, Governor, we have another 6 more markets that we are procuring, so that we will end up with 16 markets right here in Vihiga County. This will deliver 3,470 market stalls currently under construction, an additional 600 in the pipeline, supported by an investment of 1.5 billion for ongoing works and 475 million shillings for planned and procured works. Taken together, the government's cumulative investment in Vihiga in housing and market infrastructure alone now exceeds 15 billion Kenya shillings. This scale of investment and opportunity is unfolding in each of our 47 counties. Never in the history of our nation has every corner of Kenya witnessed such breadth and depth of development. Critically, this progress is being driven not by unsustainable borrowing, but by the resources generated through the hard work, enterprise, and sacrifice of patriotic Kenyan workers. That is why, ladies and gentlemen, I salute you, all the Kenyan workers. It is your effort, your productivity, and your belief in this country that is financing and delivering this transformation. And on this Labor Day, I say thank you to every Kenyan worker for not only believing in our country, but for actively building it, sustaining it, and shaping its future. But beyond the walls we raise and the roofs we build lies an even greater story, the story of work, the story of dignity, and the story of opportunity. The Affordable Housing Program has already created more than 640,000 jobs, and we are firmly on course to reach our target of 1 million jobs under this transformative national project. Our young people are at the heart of this progress, with nearly half of all the workers on these sides under the age of 35. Women hold up to 30% of these jobs, while persons living with disability account for 5% of the workforce, which is well above industry norms and a clear testament of our commitment to inclusion. Importantly, up to 60% of the workforce on each side comes from the host county, ensuring that opportunity is not imported, but grown locally so that wages circulate within communities, businesses thrive, and development is truly felt at the grassroots by the people. The transformation we are witnessing in the housing sector is not occurring in isolation. It reflects a broader, deliberate shift taking place across every sector of our country. Today, right here in Japakali,
I was here a month ago to start the 370 million market in Mbale. I want to announce that next month we will be coming to launch the construction of another 300 million shilling market right here in Chapakali. As part of the transformation of our nation. It is the same transformation we see in the education sector, where in just 3 years, we have hired and recruited over 120,000 teachers, and we are delivering 23,000 new classrooms and 1,600 new laboratories are being built, particularly in underserved and rural areas. At the same time, we have introduced a student-centered funding model that places resources where they belong truly, with the learners. I am sure, the Secretary General of KUPPET is right here. I am sure Mr. Oyu from Kenya National Union of Teachers is right here. And they can confirm that the huge shortage of teachers that was there in 2022, we have done something about it. The gap that existed in teacher numbers, we have hired 120,000 teachers, the single largest recruitment of teachers in Kenya in 3 years by any administration. That is a fact. It is the same recalibration that is underway in agriculture, where we have established a verified digital register of our 7.2 million farmers. By doing so, we have eliminated middlemen and dismantled cartels, ensuring that farmers directly benefit from government support and intervention, including access to subsidized fertilizer, boosting productivity, strengthening food security, and restoring fairness to the farming communities. It is the same spirit of transformation driving the MSME sector. Through targeted initiatives such as Nyota, we have brought over 121,000 young entrepreneurs into the structured business pipeline, equipping them not just to seek employment, but to create it. And some 800,000 Kenyans who were previously locked out of the mainstream financial system have now rebuilt their credit profiles and can access higher microloans of up to 150,000 Kenya shillings through the bridge facility under the Hustler Fund, opening the door to opportunity, enterprise, and financial inclusion. I say this without fear of any contradiction. 3 years ago, Mumias was in trouble. Sony was closed. Chemelil was in financial distress. Mohoroni was closed. Today, as I speak to you here, all those factories are working. The farmers who used to wait for 1 year, 6 months to be paid for their cane, today they are paid weekly. The workers who used to wait for government to come and sort out their salaries, today they are paid by factories. We have removed middlemen, we have driven out cartels, and we have made sure that farming puts money in farmers' pockets. I say it is the same transformation we see in the overseas employment program, where through coordinated leadership, deliberate policy, and strong global partnerships, we are opening structured, safe, and dignified pathways for Kenyan workers to access opportunities abroad. Supported by a global labor market strategy, bilateral labor agreements with key international partners, and flagship initiatives such as Mkulima Maju, Muhandisi Maju, Dereva Maju, Muuguzi Maju,
and Mwalimu Maju, over 583,000 Kenyans have already secured employment beyond our borders, with their rights protected and their futures expanded. It is the same expansion we are witnessing in the health sector, where through bold and decisive action, we have expanded health insurance coverage from as few as 8 million Kenyans just 3 years ago on the NHIF platform to nearly 30.8 million today under the Social Health Authority, bringing close to 65% of our population into the safety of care, compared just 16% under the defunct National Hospital Insurance Fund. This is not marginal improvements. It is a fundamental shift, one that is restoring dignity in times of illness, extending protection to millions of families, and accelerating our journey towards truly universal health coverage. That is why I have absolute confidence in the state of our nation and its trajectory. Let me commend the Kenyan National Union of Teachers. Let me commend KUPPET and all the other stakeholders for sitting down with the Ministry of Health and ironing out the differences that were there. I want to assure you, as I did assure teachers when they came to see me, and I do so with all other public servants, that different from the scheme that you had initially, where teachers were only entitled to 900 hospitals under SHA, we are making teachers to seek, we are giving opportunity for teachers to seek treatment, not in 900 hospitals, but in 9,000 hospitals across Kenya. We are expanding their cover, and we want to make sure that you can have access to level 6 hospitals across Kenya, not just one level 6. Do not be distracted by the noise. Do not be swayed by screaming headlines or by the chorus of alarm from those who trade in the currency of fear. They can see what is happening because they live here, as we all do, but they cannot bring themselves to acknowledge the change, the progress, and the transformation, because to do so would strip meaning from the only narrative they perpetuate. Kenya is transforming. Kenya is changing right before our eyes. The noise may command attention, but it cannot, and it will never change reality. Because the true story of a nation is not told in sponsored headlines. It is written in the daily actions of citizens, like the 30.8 million Kenyans who have registered with SHA, and the thousands who continue to do so daily. Ladies and gentlemen, let me thank the Secretary General of KOTU, our elder, Brother Francis Atwoli, for his unwavering advocacy for the Kenyan worker and his consistent support for government programs such as affordable housing. The government values this partnership, and I want to take this opportunity to address some of the concerns raised on behalf of organized labor. On the first matter of deposit for affordable housing units that was raised with me, I am pleased to confirm that the commitment I made to KOTU last year has been delivered. The deposit required of application for allocation of an affordable housing unit has now come down from 10% to 5%. This applies to every salaried Kenyan, and the reduction has already been codified in our allocation framework. This deposit has been codified also
in the affordable housing regulations, which were passed in 2025 and have since been applied. Second, on the engagement of workers in the allocation of housing units, every salaried worker by law is eligible and qualified for an affordable housing unit. We only have one rule: one ID, one home. There should never be a situation where one worker gets more than one house when other workers have never gotten a single house. This means you can only benefit once from this program. The pathway to ownership is straightforward. Register on Boma Yangu platform, select a preferred unit, complete the application, and you will be considered for allocation. Many of the Kenyans who have been allocated homes are themselves trade union members, civil servants, teachers, nurses, and disciplined officers. The system does not ask whether an applicant carries a union card before allocating a home. It only asks whether you are a Kenyan worker who has stepped forward to claim what is rightfully yours. I therefore invite KOTU and every affiliate union to actively mobilize their members to register on Boma Yangu and apply. The State Department for Housing and Urban Development stands ready to work with KOTU and all the other unions on a structured outreach to campaign and guide every interested worker through the application process. Where there are specific cases of workers who have applied and not been served, please bring them forward and we will resolve them. On the recognition of construction workers as skilled professionals, I agree entirely. And I am pleased to note that the framework the Secretary General has asked for is already in place and is delivering results. The National Industrial Training Authority certifies trade qualifications across the construction sector. The National Construction Authority accredits and registers contractors and skilled workers. And through our recognition of prior learning program, which we are running directly in the affordable housing program, we are formally certifying artisans whose skills were learned on the job. To date, more than 2,000 artisans have been certified through this program, including 180 women. These certifications open the door to formal contracts, higher wages, and the international labor markets the Secretary General has rightfully identified. Let me also confirm to the Secretary General of KOTU that I agree that outsourcing must equally be brought into the armpit of making sure that they treat workers fairly and remunerate them fairly, and that they too pay statutory government payments. On the right of workers enshrined in Article 41 of our Constitution, the right to fair labor practices, to organize and to bargain collectively, let me restate that these rights are not negotiable, and that this government will defend them without compromise. Every worker enjoys the full protection of our labor laws. And in close partnership with KOTU, the Federation of Kenya Employers, and the Ministry of Labor, we will ensure that these protections are not merely written in law, but they are consistently upheld and rigorously enforced in practice. Regarding healthcare, it is equally important to acknowledge that the concerns we have recently seen from teachers and other public servants arise not from the rejection of SHA, but from the transitional operational challenges, as has been stated by the Secretary General. In the early stages, measures introduced to safeguard the financial sustainability of the fund, such as temporary outpatient caps, created unintended friction.
In some cases, this led to unacceptable practices by a few facilities, including demands for co-payments or even outright denial of service. However, let me assure all workers, especially teachers and public officials, that those challenges are being decisively addressed. The government has already withdrawn the restrictive tariff mechanisms and initiated a structured nationwide engagement with healthcare providers. These negotiations will culminate in updated agreements that guarantee a seamless zero co-payment. Let me say it again, zero co-payment, walk-in, walk-out experience for all teachers and public officers. I am equally pleased to inform our workers that following my directive to ratify the International Labour Organization Convention number 189 on decent work for domestic workers and ILO Convention number 190 on the elimination of violence and harassment in the world of work, the National Labour Board has completed the ratification process. The Ministry of Labour is now in the final stages of preparing the necessary instruments for submission to Cabinet in accordance with the Treaty Making and Ratification Act and other applicable frameworks. My assurance to you, Secretary General and the Labour fraternity in Kenya, is that as we go on the fast to Wajir to celebrate our Madaraka Day, we will have made sure that these instruments are in Parliament for final ratification. Finally, in recognition of the sacrifice, resilience, and immense contribution of our workers to the growth and stability of our economy, and with the request that has been made by Brother Atuoli and the Labour fraternity, I am going to make some announcements on the increase. But before I make those announcements, wacha nichukue nafasi hii kwa ndugu wananchi wa hapa Vihiga, niseme asanteni sana kwa kutukaribisha Vihiga. Asanteni sana kwa kutukaribisha Western Kenya. Mimi nilikuwa hapa mwezi moja iliyopita. Tuko na miradi tofauti ambayo yanaendelea hapa Vihiga. Tuko na miradi tofauti yanayoendelea hapa katika Western Kenya. Barabara zenu zinaendelea hapa, na mimi nataka niwahakikishie hapa Vihiga nilikuja kupatiana nyumba za affordable housing hapa Majengo. Mimi nitarudi hapa kuanzisha nyumba zingine 1000 hapa Vihiga, hapa Majengo. Nitarudi hapa kwenda Luanda, pale pia tunajenga nyumba 1000 pale Luanda. Hapa Sabatia pia tuko na nyumba 1000 ya watu wa Sabatia ambayo tutakuja kujenga. Na vile vile Hamisi, watu wa Hamisi hoye, pia Hamisi tumepanga mambo ya Hamisi na mbunge wenu Bwana Kimose, na tutakwenda pale kuhakikisha ya kwamba hakuna sehemu ya kaunti hii itakayoachwa nyuma. Mimi pia nataka niwahakikishie ya kwamba stadium yenu hapa Kidundu ilichelewa kidogo kwa sababu tulikuwa na watu pale, ilipasa tuwalipe ndio waweze kutupatia ardhi zaidi. I want to now state that we have paid everybody who we needed to pay. We have spent 90 million shillings to relocate the people who are there so that we can have space to build a modern stadium right here in Vihiga. Pia mimi nataka niwahakikishie ya kwamba kazi zile zingine zote ambazo tumekubaliana na viongozi wenu na watu hapa Vihiga sitasonga mbele. Na mimi nataka niwahakikishie kazi ambayo mimi niko nayo kama kiongozi wa taifa letu la Kenya ni kazi ama nafasi mbili niko nayo. Ya kwanza
ni kusimamia transformation ya taifa letu la Kenya. Kuna mjadala mkubwa hapa Kenya ya mambo ya maendeleo katika taifa letu la Kenya. And it is a good conversation that we are having as a nation. We are having a conversation about transformation. Has it happened or has it not happened? That is the conversation we are having. Beautiful conversation. At least we are not having a conversation about ethnicities. We are not having a conversation about religion. We are not having a conversation about other things. We are having a conversation about the transformation of our nation. And I want to say this on this Labor Day. Kuna mahali katika Biblia pale kwa Marko 10 na mstari wa 46 ikienda mbele. Kuna mtu anaitwa Bartimaeus. Bartimaeus alikuwa mtu kipofu, akaponywa. Alafu kukatokea mjadala mkubwa. Huyu mtu alikuwa kipofu kweli? Yule mwenye kumponya sijui ni wa kutoka wapi? Sijui nini? Kukatokea mjadala mkubwa. Lakini yule Bartimaeus alisema, nyinyi mnaweza kuendelea na mjadala, lakini mimi Bartimaeus najua nilikuwa kipofu, lakini sasa naona. Na ndio mimi nataka niseme nikiwa hapa Vihiga, tunaweza kuwa na ripoti nyingi, tunaweza kuwa na headline nyingi, tunaweza kuwa na mjadala mkubwa mitandaoni na sehemu zingine, lakini bei ya mbolea ilikuwa 6,000, sasa ni 2,500. Tulikuwa na pengo kubwa ya walimu kuajiriwa, leo walimu 1,120 washaajiriwa. Hapa Vihiga kulikuwa na mjadala ya affordable housing, hatukuiona hata moja, lakini hapa Vihiga leo nimekuja nikapatiana funguo za affordable housing na zingine tunajenga. Hapa Vihiga hatukukuwa na soko iliyojengwa na serikali ya maana. Leo soko 10 zinajengwa Vihiga, zingine 6 siko katika mpango. Hapa Western Kenya kampuni zetu za sukari zilikuwa zimefungwa. Wakulima hawalikuwa wanalipwa baada ya mwaka moja. Wafanyikazi walikuwa hawalipwi, lakini leo kampuni zetu za sukari kutoka Nzoia kwenda Mumias, kwenda Chemelil, kwenda Muhoroni mpaka kule Soni, zote leo zinazagamiwa, zinalipa wakulima ndani ya wiki moja, zinalipa wafanyikazi wao. That is the reality. So we can have a conversation, we can have as many headlines as we want, but it will not change the reality. The reality is Kenya is changing. Tuko pamoja ama tuko pamoja bwana? Si ndio? Vile Bartimayo alisema nilikuwa kipofu lakini sasa ninaona, we can point to real stuff that has changed in Kenya. SGR ilikuwa imekwama kule Naivasha. Barabara ya Mau Summit ilikuwa imekwama for 15 years. Today it is being built usiku na mchana. Hata wengine kwa sababu ya kuwa vipofu zaidi wakasema ile barabara ya Rironi hata wheelbarrow hakuna pale, hakuna kitu inaendelea. Tutawaibisha na tutawashangaza, kwa sababu kufikia April next year tutakuwa tunatumia hiyo barabara. That is the transformation that is happening in our nation. And there is no amount of report, there is no amount of writing sponsored headlines that is going to change the reality. And I am determined, working with all the leaders in the Republic of Kenya, to change our nation. This nation had delayed for far too long. The transformation of our nation has taken too long. We shouldn't have been here. We should have been in a better place if we have had the courage to make the decisions that will transform our nation. I want to tell the people of Kenya, whatever it takes, whatever the price, I will make the decisions that will change Kenya, because Kenya deserves it. We will be a first world country in our lifetime. Tunaelewana ndugu zangu?
Jambo la pili mimi niko naye ya kutimiza ni kuunganisha taifa letu la Kenya. Tumefanya siasa ya migawanyiko kwa muda mrefu. Siasa na ukabila imetusumbua muda mrefu. Ubaguzi imekita mizizi katika taifa letu. Mimi nasema nikiwa Vihiga, it is our mission, it is our divine mission to make sure that we bring all the people of Kenya into one place. Yaani katika taifa letu la Kenya, siasa ya ukabila, siasa ya chuki, siasa ya migawanyiko, mirengo imetusumbua kama taifa. Waswahili wanatuambia umoja ni nguvu, kutengana ni udhaifu. Na ndio mimi nawaeleza ndugu zangu watu wa Vihiga, Western Kenya na Kenya mzima, ya kwamba nitafanya bidii mbele na nyuma, kulia na kushoto, juu na chini, na Mungu atatusaidia tuunganishe taifa letu la Kenya. Vile nilitengeneza serikali ya broad based kuunganisha wa Kenya, kulete pande zote za Kenya pamoja, mimi nawahakikishia siasa ya ubaguzi na chuki na migawanyiko haitaendelea tena katika taifa letu la Kenya. It is our defined mission, fellow leaders, that we work together ndio tuunde serikali 2027 ya kuunganisha Wakenya wote. Tuondoe ukabila, tuondoe chuki, tuondoe migawanyiko, tuondoe ubaguzi. Kenya tuiunganishe, tusonge mbele tukiwa pamoja. Vihiga hoye! Western Kenya hoye! Kenya hoye! I am pleased to announce a 12% increase in general wages and a 15% increase in agricultural wages. To all Kenyan workers, happy Labor Day. May we continue building this nation together for this and for future generations as we strive to transform Kenya into a developed economy within our lifetime. Asanteni sana, orio muno, Nyasaye mulinde. God bless you. Hebu tumpongeze rais kwa makofi tafadhali, na niombe tusimame wima tumalizie kofia ambayo sio rasmi. Naomba kwa heshima tuweze kuitoa, tumalizie kwa wimbo wa taifa.